zake. Lazaro kaka yake ndiye aliyekuwa mgonjwa. The brother to Mary ndiye aliyekuwa mgonjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse number 3. Basi hao dada wakatuma ujumbe huu kwa Yesu. Bwana akamwambia, rafiki yako ni mgonjwa sana. They send a message. Huyu Maria akasema, rafiki yako ni mgonjwa sana. Nani aliyekuwa rafiki? Lazaro ndio alikuwa rafiki ya Yesu. Lakini ndio Yesu wajuane na Lazaro. Nani alifanikisha kujuana kwa Lazaro na Yesu? Ni Maria. Hiyo ndio kitu nataka tuangazie. What kind of a relationship do you have? Wakati ulikuja katika hapa, nasikia yule jamaa amesema kaseni yake ndiye alimlete mahali hapa. What kind of a bond ni relationship yako? Wale watu ulijuana nao mwaka huu, wale umejuana na wao mwaka huu, ni wangapi bado mko urafiki? Ni wangapi bado unaweza kuwaita uambie tuko pamoja? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wangapi wanaweza kusimama na wewe watembee na wewe? Ni wangapi wanaweza kutembea kukaa na wewe? How many? Ni watu wangapi? What kind of a relationship do you have? What is Christianity in you? Verse number 4. Yesu aliposikia hivyo akasema ugonjwa, underline that, akasema ugonjwa huo hautalete kifo. Ni kwa nini Yesu amefika mpaka amesema ugonjwa huo hautalete kifo? Halo, ni kwa nini Yesu amesema, yes, ninajua ni mgonjwa, lakini sio ugonjwa wa kifo. Kwa hivyo kuna ugonjwa wa kuleta nini? Kuna ugonjwa wa kuleta kifo. Lakini akasema ugonjwa huo hautalete kifo. Ni kwa nini ametoa statement ya kusema ugonjwa hautalete kifo? Ametoa statement hiyo kwa sababu anajua this is my friend na siwezi kuacha afe. Because they had a good relationship. Walikuwa na urafiki wa karibu. Hivyo ndivyo urafiki wa dhati ulivyo. Wakati tunakuwa kusanyiko kama hili kusanyiko limetete tukuje pamoja, ndio tutafute urafiki wetu na Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Martha alitumana akawaambia, nendeni mwambie Yesu rafiki yake. Uliza neighbor yako, Yesu ni rafiki yako? Amekujibu aje? Na muulize sasa swali hili, na tabia baya unatoaga wapi? Muulize, hiyo na hii tabia baya unakuaga nayo mingi, unatoaga wapi? Kama Yesu ni rafiki, mbona uko na watu unachukia? Mbona uko na watu unapigana na wao? Mbona uko na watu ambao hausikilizani? Mbona uko kanisa ya Yesu na wewe kuna vituko zako unafanya hapa? Halo? Yesu aliposikia hivyo akasema ugonjwa huo hautaleta kifo, ila ni kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kuna vitu vilivyo katika maisha yako. Kuna mateso ambayo unayapitia kwenye maisha yako. Kuna magumu ambayo unayapitia kwenye maisha yako. Sio kwa sababu Mungu anakuchukia. Sio kwa sababu Mungu hakupendi. Sio kwa sababu Mungu hapendi njia zako. Sio kwa sababu Mungu ametoa hukumu, lakini ni kwa ajili ya utukufu wake. There are things that will happen in your life not to destroy you, but for the sake of the kingdom of God. Aliwaambia si kwa sababu ya kufa, maana hakuna kifo. Yes, alisema huo ugonjwa. Halo, huo nini? Ugonjwa ambao ako nao si wa kifo. Lakini licha na kusema huo ugonjwa si wa kulete kifo, lakini Yesu baadaye alikaa huko, he delayed. Hakukuja kuzuia hiyo kifo. Alingoja mpaka kifo ikuje. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama umewahi kujiuliza huyu Mungu na yeye aliendanga wapi? Unampenda, umefanya kila kitu ambacho kinahitajika, lakini bado alingoja ukufe ndiye akuje. What kind of a God is this?
mwenye anaongoja, anaambiwa hujakufa lakini wewe ni mgonjwa. Lakini akasema huo ugonjwa si wa kuleta kifo. Lakini badala akuje azuie ugonjwa ukuje, what did he do? Aliendelea kukawia ndio ukufe. Na anajua ugonjwa, amesema yeye mwenyewe. This is very contradicting. Very contradicting. Akasema ugonjwa wenyewe si wa kifo. But hakuchukua hatua aende azuie kifo. Maana Martha walitumana kuja, your brother, your friend ni mgonjwa na tunaona kama anakufa. Walitumana mapema kabla tatizo halijatokea. Lakini aliyetumaniwa akuje bado alidelay. Sometimes katika maisha yetu tuko na delay. Tumeomba Mungu na Mungu amesema nimesikia maombi yako. Tumeomba Mungu na Mungu ametuambia nimesikia, I'm going to deliver. But huyu Mungu bado anaongojea mpaka uvunjike mguu ndio anakuja uweko plaster. Wakati uko na plaster ndio anakuja kukutibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati uko na plaster ndio huyu Mungu anakuja. Alingoja mpaka uwekwe ndani ya plaster. Alingoja mpaka shingo yako igonyoro ikae hivi mpaka unatembea kama umefungwa trailer ndani yako. Anaongoja mpaka wakati umefika chini ndio anakuja. Anasema mimi Mungu wako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati aliambia Abrahamu ya kwamba kizazi chako, Abrahamu hakuwa na mtoto. Akamwambia kizazi chako kitaingia kwenye utumwa wa miaka 400. By then Abraham didn't have even an imagination of a child. Hakuwa na ashiria atazaa mtoto. Alikuwa ameanza safari ya kutafuta mtoto. At 90 jamaa alikuwa bado hapati mtoto. Lakini kuna Mungu alimwambia kizazi chako. Haleluya. Kizazi chako kitaenda kwenye utumwa wa miaka 400. Lakini hauna hata dalili ya kupata mtoto. Lakini unaambiwa kizazi chako. Naye Mungu badala aokoe, maana alikuwa naona. Si alikuwa naona watu wataenda kwenye utumwa. Si aliona watu wataenda kwenye utumwa. Lakini alisema kizazi chako kitaenda kwenye utumwa na akakiachilia. Na yeye mwenyewe ndiye alifacilitate hawa watu waende kwenye utumwa. Yeye mwenyewe ndiye alipatia nani? Josefu doto. Josefu akaota doto. Akaona nyota zinainamia, nyota zingine ziko hapa na yeye nyota nyingine iko hapa. Hii nyota inainamia hii na hii. Baka baba yake akamuuliza, wewe kijana, kwani una mipango gani? Una mipango ya kuja kutukalia? Si ni Mungu alipatia huyu jamaa doto? Na Mungu ndiye alikuwa ametabiria Abraham. Akamwambia kizazi chako kitaingia kwenye utumwa. Sasa badala Mungu asikia, aone aibu kidogo, aseme sasa wataenda kwa utumwa na mimi ni Mungu. Wataigiswa kwa utumwa na mgani na mimi ni Mungu. Si ukiona mtoto wako anaenda kuteseka, si unasema no, I can't allow my son to suffer. I can't allow my son alale bila chakula. But this God alisema watoto wataenda kwenye utumwa na akaachilia waende 400 years kwenye utumwa wa mateso, wakaenda kuabudu miungu mingine. Lakini ni nani aliwapeleka kwenye utumwa? Mungu yeye mwenyewe ndiye alipeleka wao tu kwa utumwa. Ndiye alipatia Josefu doto akaota, kisha akauzwa na mabrada zake. Alipouzwa na mabrada zake akauzwa kwa Potifa. Alipouzwa kwa Potifa akapelekwa jela. Alipokuwa jela akaenda kutafsiri doto. That was the works of God. But again, walipoenda huko, badala waendelee kukonga, maana this man was a prime minister. Yeye ndiye alikuwa prime minister. Badala awasaidie, awarescue kutoka kwa watu ambao walikuwa wabaya, yeye mwenyewe ndiye aliye watu wapeleka wakaingia ndani ya hiyo shida. The prime minister. Ndio nasikia hapo wakisema wanaleta prime minister, nasikia tubo yako ilalia wow. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu aliposikia hivyo, verse number 5 please. Yesu aliwapenda Martha, dada yake, na Lazaro. Kisha alipopata habari kwamba Lazaro ni mgonjwa,
Yesu aliendelea kukaa mahali hapo alipokuwa kwa siku zingine 2 zaidi. Yaani umesikia mtu ni mgonjwa na hutaki kuenda. Umesikia mtu ni mgonjwa na hauna shughuli. Yaani unasikia mtu ni mgonjwa sana mpaka umetumaniwa. Mwambie akuje. Rafiki yake ni kukuarakwa. Rafiki yake ni kukufa, anakufa. Kuja haraka. Lakini aliendelea kukaa. Aliendelea siku zingine 2 kukaa. Hakufanya hima akimbie akamuokoe mtoto rafiki yake. Sometimes we are facing challenges. Tumeomba huyu Mungu tumemsikiliza, huyu Mungu tumemsikia, but still things are not working. Tunaambia Mungu kuja na usichelewe. Tunaambia Mungu kuja maana this is danger. This is the last minute. Ndio kwa kazi ni kuanguka inaanguka. Ndoa yangu ni kuanguka inaanguka. Maisha yangu ni kuanguka inaanguka. But God is still delaying. Bado Mungu akadelay. Yesu akadelay. Hakukuja. Wenzetu wengi hapa tumepatwa na delay katika maisha yetu. Tumeomba Mungu na Mungu ametuahidi ya kwamba ametubariki. Mungu ametuahidi ya kwamba atakupatia huduma. Mungu amekuahidi atakupatia ndoa. Mungu amekuahidi atakupatia kazi. Mungu amekuahidi chochote ambacho kinakusumbua ndani ya familia yenu kinaenda kuondolewa, lakini hakiondoi. Bado kinabaki kimesimama. Unaomba unaenda katoloni, ukirudi unakuta ndio ilisimama vizuri. Unatoka hapo unaenda Heaven's Gate, ukirudi ndio unapata kimesimama. Kimzee kinakusumbua na hakitaki kuondoka, kiko hapo hapo. Umekiombea kiondoke, hakiondoki, kiko hapo hapo. Umeombea tatizo liondoke, haliondoki, liko hapo hapo. Baka unashindwa kaokehoya kakayureko. Unashaka unashindwa, kwani ni Mungu gani naobaka? Mungu mwenye hana masikio. Unajua sometimes mpaka unashaka unashindwa, huyu Mungu masikio alipeleka wapi? I wish angekuwa karibu nimchape kofi moja nimulise matomaya hare ne bakoli yako nywaga budhaka na yako yagira ilio. Maana kuna wakati anakuwa ni kiziwi. Ule sikia yake inaitangwaje? Binti kiziwi. Si ndio? Wakati tuliiba hiyo ibo ya binti kiziwi. Wale waliokoka, wale hawakuiba hiyo wimbo, inua mkono juu. Ya binti kiziwi. Ama hawakusikia, inua mkono juu. Si unaona sisi zote tuko pamoja. Ni kuokoka tuliokoka. Yaani Mungu unasikia amefunga masikio. Na ndivyo umemuomba, na ndivyo umejitolea, na ndivyo umeenda katoloni, na ndivyo umeenda Heaven's Gate, na ndivyo umeenda maombi, kila mlima umeenda. But amen, ukirudi kutoka kwa mlima vita inainuka. Ukienda kwa mlima vita inainuka. Ukitoka kwenye mlima vita inainuka. Ukiendelea kuabudu vita vinaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Until unafika unauliza, kwani huyu Mungu aliyetaka wapi? Where is our God? Gideoni aliuliza malaika, wakati malaika alianza kumpatia jinsi ya Mungu wao, akauliza huyu malaika, huyu Mungu ambayo tuliambiwa alikuwa na Musa, huyu Mungu mwenye alikuwa na Abrahamu, huyu Mungu mwenye alikuwa na Daudi, kwani alienda wapi? Where did this God go? Hadi sasa tunakaliwa na Wamidian, tunakaliwa na Wameleki, tunakaliwa na Wafilisti, watu ambao tulikuwa tunasukuma kwa mguu. Wao sasa ndio wamekukalia, wao ndio wanapigana, wao ndio changamoto kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani badala upate nafuu kwa sababu uliokoka. Maana kuna watu wengine hapa waliokoka kwa sababu shida ilikuwa mizidi. Leo ni madela ugadigeti, tio doge digeti okohonoka. Ni ndwanete gakinya mwisho. Ni mathina maria ndina mu apostle ni ogenya nogo man nigo kwandira akwa. Yende wakava kumutorera Ngai, kava gushoka kwa Ngai. Sasa hiyo unaokoka, ukiokoka, ukimaliza miezi 3, nyumba inavugwa. Na ulifikiria umeenda kwa Mungu. Ukimaliza miezi 2, kasi unavutwa na ulikuwa unafikiria umekuja kwa Mungu.
Ukikaa kidogo kiugonjwa kinatokelezea, kiugonjwa kieleweki. Unapimwa na madaktari wote wanasema hatuelewi na hatujui hii ugonjwa, hatujawahi iona. Wacha tutoe kanyama tutume South Africa tuone kama uko na cancer. Unasema I refuse cancer, I refuse. In the mighty name. Baba, ulituambia yeyote mwenye amekuamini, mwenye amekupenda, mwenye amekufuata hatafuatwa na mambo. Na mimi najua wewe ni Mungu wa haki. Wewe vinyo ulisema mtu hawezi kufuatwa. Haki Mungu usikubali nipate na kansa. Yaani mpaka unafika mahali unasukumu sana na Mungu. Maana umeona giza na ulitoroka kwa Mungu. Ulitorokea kwa Mungu ukitafuta amani. Ulitorokea na ukaokoka kwa Mungu, and the day you got saved ndio ulifunga can of worms, ndio ilifunguka. Mkebe ya magunyo manyonde ndio ilifunguka. Sasa boko najiuliza kadaho no kagadie dhina. Yaani kwani hiyo wokovu inamaanisha nini? Kwani hiyo wokovu inakuwa ni nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Alipopata habari kwamba Lazaro ni mgonjwa, imagine na unaambiwa ni rafiki na unaitwa na the woman that you love most. Maana Yesu alikuwa anapenda huyu mama sana. Ama unaonaje? Ni kwa nini alitolewa? Unajua hapa ndio alitolewa usiku na panga wakati walitoroka. Unajua mahali Yesu alitolewa mbio? Hello? Nini? Asiki? Amejuaje hasiki? Sio. Nduraigwa kedo. Ni matu. Murake ndatogerera speakers yake. Leo nduraigwa. Ni mahikoka. Nwaigwa leo? Ndauga atia? Uga a e i o u. Uga ba be bi bo bu. Naigwa. Yes. Yes, amepona. Jesus name. Yes. Jesus what? Name. Amesikia masikio yamefunguka. Alipopata habari ya kwamba huyu jamani mgonjwa, hakustuka. That is the nature of Jesus. Hakustuka ati kuna mtu mgonjwa, ila alisema jamaa si mgonjwa. Halo? Na kama ni kifo, atakufa kifo si kwa sababu ya kitu kingine, ni kwa sababu ya Mungu. And he never cared. Umewahi kufika situation kama hiyo, unaona ni kama God does not care about your life. Baka unashindwa, why do I go to church? Baka unashindwa, hii fellowship tunaidaka ni ya nini? Baka unashindwa, hizi sacrifices nimetoa sacrifices and nothing is working. And unaangalia unaona God must not be existing. Because things are not working. Ulifungua kabiashara hakafanyi. Well, in fact, the more you come to church, the more kabiashara kanaaguka. The more you come to church, ndio nakutaka mwanaume kwa nyumba mwenye alikuchapa jana ukaokoka leo. Ukirudi kwa nyumba na kuuliza mara ya hii ndio umefika. Na sasa hiyo ulitubu na ukapiga makoti na ukatoa kamshara kote ati ni ile fast fruit ya kujitetea. Ukatoa sadaka ya dhambi, ukatoa sadaka ya kila kitu, kirudi nyumbani unaambiwa, "Maraya huyo. Sasa hivi ndio umefika, ndio umetoka kwa maraya, takataka nugui. Toka nje." Kai, na ulikuwa mpaka ukiingia kwa nyumba, ukibia kwa gate ulikuwa unaimba karibu. Ainuliwe na majenzi. Ainuliwe. Yaani umejazwa na roho mpaka ukiingia kwa nyumba. Unabeba Yesu kuingia kwa nyumba, mwanaume akiona asituke. Ukifika huko unakuta mwanaume hasituliwi na Yesu ainuliwe. Anakufukuza kwamba toka kwenda takataka. Unajaribu kumuita Yesu kidani ndani, maana hiyo sauti imekataa. Unajaribu kuita Yesu kidani ndani. Ulisema watakuwa na mapofu, watafukwa macho. Baba, na wafuka macho katika jina la Yesu Kristo.
Sasa mzee akikuangalia ukiongea peke yako, anakuja anakunyanyua teke, anakwambia mchawi, maana ameona ni kama ni uchawi, kama ni spell unaachilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bako na shida ni nini? What happened? Why did I even go to church? Maana wakati niliingia kanisani ndio maneno imeharibika. Wakati niliokoka ndio maneno imeharibika. Wakati nilikubali huyu Mungu ndio maneno imeharibika. Maana Yesu hakushughulika. He never took care. Siku ingine 2 alikaa akijua kuna mtu mgonjwa. Yesu aliendelea kukaa mahali hapo alipokuwa kwa siku zingine 2 zaidi. Na ukumbuke kutoka mahali walitoka ndio waende huko itachukua siku nyingine 2. Si ati anakaa kwa sababu ni a walking distance another 2 days. So hivyo alikaa siku 2 na siku nyingine 2 ya kusafiri. Twende verse 7. Siku nyingine ngapi? Kwa hivyo ni siku ngapi? 4 ya mtu mwenye ako kwenye mahututi. Mtu mwenye ako katika hali ambayo sio nzuri. Kisha akawaambia wanafunzi wake, twendeni tena. Hello? Underline that. Twendeni wapi? Tena. Kule wapi? Judea. Mnakumbuka story ya Judea? Judea ndio alikuwa ametolewa nduki Yesu mwenyewe. Vijana wa huko Judea, wale wazee wa marika zetu mnakumbuka, tukienda mji fulani, tuende kutokosa wanawake wa mji fulani. Vijana wa huko walikuwa natoa fujo. Wale walika yetu, inua mkono, wanajua hiyo story? Ulikuwa kwa hiyo. Yaani nyinyi hamku kutiria hiyo. Wakati tulikuwa tunatoka ng'ambo hii tunaenda ng'ambo hile kutafuta wasichana. Na tukifika huko tunanyoroswa vita na tunafukuswa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alikuwa ameenda Judea kama 3 weeks ago. Huko ndio walitolewa bio usiku. Sasa kumekuja ripoti nyingine ya kumrudisha Judea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kukatokea ripoti nyingine ya kurudisha Yesu wapi? Arudi Judea. Sasa ndiye akawaambia turudi tena, twendeni tena Judea. Mahali tulifukuswa. Ni kwa sababu alikuwa ameenda kutembelea Martha. Vijana wa huko wa mtaa wakasema hiki kijamaa kimekuja hapa kutunyang'anya kademu. Akafukuswa, alitoka mbio. Sasa tena kumetokea jambo lingine la dharura. Unaambiwa urudi kule ulichomolewa paga. Bwana Yesu asifiwe sana. 8 please. Wanafunzi wakamwambia, mwalimu, muda mfupi tu umepita tangu Wayahudi walipotaka kukuua kwa mawe, nawe unataka kwenda huko tena? Haya, juzi tu muda mfupi tu lakini kitu maiga uligoko tu tulifukuswa tukaribu tuuliwe, na sasa unataka tena turudi huko. Kumbe Yesu wakati alikaa siku nyingine 2 alikuwa anafikiria niende nisiende. Sasa alikuwa anajua niko na rafiki anaitwa Lazaro, na niko na adui walinifukuza na mawe, na niko na Mungu upande huu. What am I supposed to do? Hata kama wao unafanya nini? Aliwaza, it took him 2 days of thinking. Akijiuliza, wao diatia itakuaje? Itafanya nini? Itakuaje? What will happen to me? Wanafunzi wakamwambia, mwalimu, yani wewe tulina kioko kiga. Yani ufikiriagi vizuri. Just the other day tulifukuswa. Mwalimu. Just the other day tulifukuswa. Just the other day karibu tuuliwe na mawe. Tena unatuambia turudi Judea. Verse 9. Yesu akajibu, je, saa za mchana si ni 12? Basi mtu akitembea mchana hawezi kujikwaa, kwa kuwa anauona mwanga wa ulimwengu huu. Kwa hivyo Yesu, hiyo fast sajane waliendaga usiku. Bwana Yesu asifiwe sana. Waliendaga nini? Usiku. Kwa amefundishwa lesson, ameambiwa tembeaga mchana. Na alitembea mchana. Akaambia si siku ni ya masaa 12. Sasa tukitembea mchana watatuuliza, ni kwa sababu walitembea usiku. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sijui kama mnaelewa neno.
Linawaigia vizuri? Najua lazima kuigia vizuri. Haya, twende verse ya 10 basi. Lakini mtu akitembea usiku atajikwaa, kwa maana mwanga haumo ndani yake. When you walk in darkness, ukitembea bila kutembea na Mungu, ukitembea bila kutembea na mwanga, when you walk in darkness, nothing in you that will work. Hakuna kitu hata kimoja katika maisha yako kitafanya kazi. Utajikwaa, utajiumiza. It was a good lesson. Lazima tuangalie na tuangazie, how do we walk together? How do we walk as brothers? How do we walk in the likeness? Tutawacha hizi dhambi lini? Tutawacha mipango ya kando lini? Tutawacha mambo ambayo ni ya chukizo lini? Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Akamwambia, wakati unatembea ndani ya mwanga hauwezi ukajikwaa, lakini ukitembea katika giza, katika usiku, nothing will work. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse number 12. Number 11, sorry. Yesu alipomaliza kusema maneno hayo, akawaambia, rafiki yetu. Rafiki ya nani? Rafiki yetu Lazaro amelala. Lakini kumbuka statement ya kwanza. Alisema nini? Kifo chake ni cha kutukuza Mungu. Lakini sasa ameleta statement nyingine. Rafiki yetu Lazaro amelala, lakini mimi, nani? Ni rafiki yetu, lakini mimi, nani? Lakini mimi nani? Yesu, nitakwenda kumwamusha. Halo, sikiliza hapa. Rafiki yetu Lazaro amelala, lakini mimi Yesu, maana mimi ndio nimebeba nguzo ya kumwamusha. Mimi Yesu nitaenda kumwamusha. Kwa hivyo unahitaji Yesu katika maisha yako, kuamushiwa hicho walichokilalisha, kuamushiwa huo msingi walioangusha chini. Unahitaji Yesu. Yesu akamwambia, mimi Yesu, mimi mimi nitaenda kumwamusha. You need Jesus in your life. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why mother alimtumania, akamwambia Yesu, maana walikuwa na imani ya kwamba something good will happen. Alikuwa na imani ya kwamba something powerful will work. Alikuwa na imani ya kwamba kitu itafanyika, kitu ya kuleta mabadiliko. Alikuwa na imani hata huyo mtu akiwa mgonjwa, Yesu akifika, kitu kitafanyika. Je, muulize mwenzako, are you a friend to Jesus Christ? Wewe ni rafiki wa Yesu? Muulize tu. Muulize na lugha yako. Muulize, wewe ni rafiki ya Yesu? Unaona, jamaa alivukuzwa. Alikuwa amevukuzwa juzi, lakini imebidi arudi. Imebidi mpaka abadilishe statement. Meberendi alikuwa amesema jamaa amekufa, lakini sasa kwa sababu lazima waende huko, na ameona wajamani kama wanataka kukataa, akawaambia jamani, kulala amelala. Because of the friendship. What is your friendship with Jesus Christ? What is your bond? Relationship yako na Yesu ni gani? Ndio ukuje hapa utegemee Yesu akubariki. Ndio ukuje hapa utegemee Yesu akuinue. Ndio ukuje hapa utegemee Yesu akupeleke mahali. What is your relationship with Jesus Christ? Do you have a relationship? Una kitu ambacho Yesu anaweza kusimamisha kusema, huyu ni rafiki yangu. Verse number 12. Wanafunzi wake wakamwambia, Bwana, ikiwa amelala basi atapona. Wanatafuta njia zote wasiende. Basi anamwambia, ikiwa amelala, niegukihona tutigautinda tugithi nieguhona. Mwathani agoshwo. Lakini Yesu akakaa ngumu, maana anajua statement ambayo anawapatia. Hawaelewi ni nini anasema. Maana kila kitu ambacho kinafanyika katika maisha yako kiko na sababu. Kuna ufunuo. Number 13. Akamwambia 13 please. Verse 13. Kuna mtu huko ndani? Ama ni marafiki hao walikuwa wanataka kuzuia Yesu? Wao walidhani kwamba alikuwa amesema juu ya kulala usingizi. Hawakuelewa.
ni nini Yesu anazungumzia. Maana sisi wengi hatuelewi ni nini Yesu anatuzungumzia katika maisha yetu. Hatuelewi ni nini Yesu, mipango mizuri Yesu aliyo nayo katika maisha yetu, hatujui. Lakini Yesu alikuwa na mpango mzuri. Akasema wao walidhani kwamba alikuwa amesema juu ya kulala usingizi. Kumbe alikuwa amesema juu ya kifo cha Lazaro. Yesu anajua ni kulala umelala, lakini watu wanajua ni kifo uko nacho. Kule waliyetumana, dada yake Martha alitumana akasema mtu ni mgonjwa. Lakini Yesu anajua si ugonjwa, hata jamaa atakufa. Ndio tuende tukatukuzwe na tuende tukalitukuze jina la Baba wetu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo ambayo yanafanyika katika maisha yako sio kwa sababu yako wewe mwenyewe, lakini ndio kwa sababu jina la Mungu likaweze kuinuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka walikuwa wameambiwa kuhusu Yesu. Walikuwa wameambiwa kuhusu Yesu ni rabii. Walikuwa wameambiwa huyu ni mtumishi wa Mungu. Walikuwa wameambiwa kwamba Mungu huyu ndiye Mungu anamtumia. Huyu ni nabii wa Mungu. Lakini hawakutaka kusikia. Walichukua mawe wakamtoa mbio. Kwa hivyo Mungu akasema lazima nitafanya jambo. Lazima nitafanya jambo niweze kutukuzwa. Bwana Yesu asifiwe sana. There are some things that happen in your life. Kuna vitu vingine ambavyo vinafanyika katika maisha yako, si kwa ajili ya kukumaliza, sio kwa ajili ya kukudunisha, sio kwa ajili ya kukuangamiza, sio kwa ajili ya kukuleta chini, but for the glory of God. Sometimes unajiuliza maswali, why will God let you go that down for him to be glorified? Hallelujah. Why will God let people abuse you? Why will God let people wakutende mabaya, wakusaliti, wapigane na wewe, wakuangamize, only for him to be glorified? Yaani wewe umezaliwa kwa ajili ya kama yule mzee kipofu alizaliwa akiwa na upofu, sio kwa sababu ya dhambi za baba yake, sio kwa sababu ya dhambi zake, sio kwa sababu ya jambo lingine lolote lile. Aliweza kupelekewa katika hali ya upofu, maana Mungu alitaka kujitukuza kwa upofu wake. Can you tell your neighbor, haya mambo unaona nayapitia ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa hivyo wacha kuona unione kama mimi ni kitu kibaya. Unajua kuna mahali unaweza kuja ukuta watu wanakuchukia tu bure. Unaingia kwa ofisi fulani unaona secretary mwenyewe anakuangalia na jicho lingine, mpaka unashindwa hii jicho naangaliwa nayo ni ya nini? Nimekosea nani? There is no problem. Unakutaka daktari, na daktari anafaa kucheka na wewe. Anafaa tu kusmile. Akiona venye umeingia na stone face, mliomo mpaka imekonyoka hivi kwa sababu ya mashida. Unaona daktari tu anakuangalia na style nyingine, mpaka unaona huyu ataniua. Ile shida ataniduga, huyu ataniua. Bwana Yesu asifiwe sana. Unachukiwa for apparently no reason. Watu wanakuchukia tu, yani hawakupendi. Kwa sababu hata kama mimi sometimes naulizaga, kuna watu wananichukia. Unaona huyo mtu amenichukia kabisa, mpaka najiuliza ananichukia kwa nini? Kuna mtu amekuchukia for no reason. Kuna watu tu wanakuangalia tu sura hivi. Yani si sura yako baya, uko mrembo, si kanywele naona umetengeneza mzuri, sio hujapaka hii kitu ya huko, you are freshly from the farm. Hajaji contaminate. Umeona? Sio kama huyu hata hajapaka kitu kingine huko, ni fresh from farm. Lakini mtu anamchukia. Waka mtu anaenda huko na kuzuia, anakuchukia kwa nini? Sasa unakuja hapo umekaa hivyo, hakuna mtu umechukia, hakuna mtu umekosana naye, lakini unakuta tunakuchukia sisi zote apparently for no reason. Hello, unafanya kazi yako mzuri bila kuzubuana na watu. Unasikia kuna watu wameanza kukata kazi yako. Unasikia kuna watu wameanza kukuendea. Wanasema Biko alikuja kutufundisha nini? Sisi ni watoto wa kufundishwa. Anatufundisha kilasi kwa nini? Yaani na hakuna na Biko haja kuchukua kiboko akuchape. Hapana, amekwambia tu kuja kilasi na alitakasa akasema yule anataka. Na yule hataki yako pale, anakuwa pale anatengeneza fibo ya kupiga Biko. Na hakuna kitu bataulizana. Si masomo, hajakaa kilasi ukamgobanisha, hajakaa haukumlazimisha akuje asome, lakini wamekuchukia tu bure, wanakukata miguu. Sasa unashindwa ni nini? Kwa nini? What could be the reason? Wananikata miguu kwa nini? Wananipiga vita kwa nini? Wananichukia kwa nini? Why do they hate me? Bwana Yesu asifiwe sana. Sometimes you are hated because of the glory of God. Kuna kitu chuki inakuja just like that. Itakuja just like that because God wants them to hate you. Ndio wasikue part and parcel ya wewe kupanda. Hallelujah. Ni kwa nini Mungu anakubalisha uchukiwe? Because God doesn't want them to be part and parcel ya promotion yako.
Anataka wewe mwenyewe upelekwe peke yako. Ndio mahali utafika Kashobere, waambie useme kweli ni Mungu peke yake. Nobody can be associated. Hakuna mtu anaweza kuja kusema ati ni sisi tulimsaidia. Ni kama sisi hangefika. Kama satungekuwa haingefanyika, haigeenda. Kumbe ni wewe na Mungu. Ndio kwa maana Mungu aliwatenga, aliwaondoa, aliwafukuza, aliwasambaratisha, aliwaangusha ndio wewe uweze kujiinuliwa. Na wakati unaenda kupanda, unapanda peke yako mpaka wanasema kweli kuna Mungu. Ndio wanaiba wimbo, acheni Mungu aitwe Mungu, acheni Mungu aitwe Mungu. Yani acheni Mungu, maana tulijaribu kuzuia Biko azifundisha watu tukashindwa. Tuliweka visingiti, tukaweka mawe, tukaweka magunia, tukaweka mawaya, mpaka tukaconnect stima, but nothing. Walikuwa naingia ndani ya moto hawachomeki, walikuwa naingia ndani ya simba hawakuliwi na simba. Inaende kesi simba inakuwa kama mattress wanalalia. Sasa mtu akikuonea kailitu, mtu akikuonea hataki kukuona, tebeaka karibu na yeye akuonage kila siku, kwa sababu atakuja bado kukuona ukipanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao waliokuona na wakafikiria umeisha, hao ndio watu wazuri wako wa karibu. Fanya urafiki na ukipatana na lollipop unamununulia lollipop, unampelekea, ndio umuendelee kumkeep aendelee kukaa, kwa sababu kuna siku ya kuinuliwa, kuna siku ya kupanda, kuna siku ya kufanyika tena upya, kuna siku ya kubadilishiwa maisha, kuna siku ya kuinuliwa tena. Na hiyo siku lazima watakuwa. Hauwezi kuinuliwa kama hauna watu wale walikupiga. Hawezi. Don't postpone the journey of your success. Don't. Usitoroke hawa maadui. Na tukanende kunyihia karo itu. Tukanende kunyihia tho. Wanyihia tho kametha gaku ka dining table no kunyiha gakanyiha. Ukipunguza maadui, wacha niwaambie siri. Tafuteni ndio meza ikue kubwa. Tafuta maadui wengi. Na kama hakuna, tafuta tu. Chokosa tu wakuje. Ndio meza yako ikue kubwa. Ndio wakati wa kubarikiwa ukuwe na watu wengi wa kutoa testimony. Sasa kama ni mtu mmoja anatoa testimony, ninawezaje kujua huyu anawezaje kujua na wanajuaga tunaogeaga na wewe ajue ni testimony? Si inaweza kuwa ni mpango. Lakini kama huyu akisema niliona, huyu aseme niliona, huyu aseme niliona, huyu aseme niliona, huyu aseme niliona, hiyo kitu inakuwa na nguvu. Tafuta maadui. Usipukuse, tafuta maadui. Usisimbie Mungu akodolea maadui. Hapana, mwambie niongezee. Hawa hawajatosha. Ile kitu nataka unipatie Baba. Hawa hawawezi kuhubiri hii kitu. Unaenda kwa koti ya Mungu na mwambia no. God. Watu 20. Hawawezi kutakasa hii kitu unanipatia vizuri. Hawawezi. Watu 20 hawana nguvu ya kutakasa, watachoka mapema. Mungu nipatie kama watu 1000. Watu kama 1000 hivi, at least hata mimi ni feel joto. Niko na maadui wa kutu. Unajua maadui wanawekaga mtu joto. Maadui wanawekaga mtu joto. Maadui wanakupelekaga karibu na Mungu haraka. Na wakikuwa wengi ndio wanakupeleka kwa Mungu haraka. Lakini wakikuwa 5, unajua unasema hao nitapambana na hao. In the mighty name. Ninasambaratisha kazi zao, ninawafunga vinywa vyao, na kamata ndimi zao, na kamata viredio vyao. Na unajua unawadili na wao kwa sababu ni watu wangapi? Na wakikuwa 2000, hapo ndio nabii Mungu kai Jehova nikumbuke. Tukumbuke. Ukiona maadui wamezidi, wamekuwa wengi, ndio unakimbia kwa Mungu. Nikumbuke. Nikumbuke. Sasa mpaka magoti inajua kuna sakafu, ndio magoti inajua kuna kitu, mpaka hii inakuwa kama Waislamu naeka huko. Nikumbuke. Maana maadui wamekuwa wengi. Don't entertain to have 20 enemies. Don't entertain to have 50 enemies. Hao hakuna mahali watakupeleka. Acha na magoti walile kioro. Kuna mahali watakupeleka adui 5. Hakuna mahali. Tengeneza, ukiona hawakuji tengeneza. Kanyaga miguu. Ukipita hivi. Na unapita ni kama wale wa football. Unajua footballers wanakuaga na bogoro. Wanaendaga hivi. Sijui ni nini kwa sababu wanakuaga na bogoro. Have you ever noticed karibu footballers watu wanakuaga na bogoro? Ni nini ilifanyika? Wanafanyanga masaji? Hapana. Kupiga na hii wezi, hata mimi napigaga na hii na isijakuwa na bogoro. Wote mpaka Ronaldo wote wanakuwa na bogoro, wanatembeka hivi. Unaona mtu anapiga mpira na hapa inaingia
huko, anapiga na hapa kisigino, unaona mvile inajikuja kama bogoro zake hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tafuta maadui. Na ukisikia adui mmoja yako kitu inaenda umtafute na umsalimie. Kwa sababu hao ndio watakuandalia meza. Hao ndio watafanya meza yako ikuwe kubwa. Don't fight ukuwe na kameza kadogo. Maana ukikuwa na maadui wawili, Mungu atakutengenezea meza ya watu 1000. Utatengenezwa meza ya mbao mbili, hata bao moja. Na uambiwe wewe una dole na kuna kichwa mzuri. Sasa hii ni nini? Unatengenezwa kabao kadogo, kabroko bodi kanusu kanakato unawekewa hapo. Adui yako atakaa hapo na wewe utakaa hapa. Endeleeni kuongea. Ni hata hamna faida. Lakini imagine Kenya mzima inakuinukia. Kama mimi ningekuwa Ruto, ningekuwa nalingia kila mtu. Yaani inji mzima inakuinukia. Ruto must go. Ruto must go. Ruto mpaka watu wa KDF wameenda kumtetea. Ningekaa State House na kula tu pole pole. Na pia mchaina kuja kunifundisha kukula na tumiti. Sike shida nikihangaika sasa, anahangaika kitafuta Mungeki wampeleke wapi Central Kenya. What for? Si wa Monyoro anaogelea akiwa Monyoro na Kenya mzima inasikia. Si aogelea State House, unaenda kutafuta nini? Si utume kina Kedeke na utume watu kwa mkono waende huko. Unatafuta Mungeki ya nini? Yende kusaidie. Shame on him. Unatafuta ya nini? Unatafuta watu kutoka Kibera na mabasi zote za shule zimekuwa booked. Atazipeleke watu Murang'a. What for? Na wakienda huko watafinywa. Na acha nisiokea hiyo. Wao walidhani ya kwamba alikuwa amesema juu ya kulala. Usingizi, kumbe alikuwa amesema juu ya kifo cha Lazaro. Hallelujah. They might be saying this and God knows this. Kuna watu walisema hautafaulu lakini Mungu anajua utafaulu. Kuna watu walijua hautaenda mahali, Mungu anajua kuna mahali tunaenda. Kuna watu wanajua ya kwamba maisha yako umefika to a dead end, but God knows that it's not a dead end, it's a beginning. The end of you. The end of what? Wewe mwisho wako ndio mwanzo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakikufikisha mwisho, wakusukume mpaka ufike mwisho. That is the beginning of you with God. That is the beginning of you with God. That's the beginning of you with the power and the authority of God. Don't mind while they are pushing you. Usijarishwe na kule wanakupeleka. Huko wanakupeleka ni Mungu amewasaidia. Wakupeleke huko ndio ufike mahali panahitajika. Yule nanga naliga, nikisikia watu wananishabulia naliga, hata nachokosa kidogo ndio waogeoge. Nawekelea kasahani kidogo ndio waide. Unajua ulikutulia ile jalini wako ile kinada kile gani? Ni wadhiaga. Wakati wali karono wako ile kinada gani? Ulikutulia hiyo yasani. Ulikuwa naenda. Wewe huwezi kosa. Enda waangalie mtoto wako mmoja, uone tabia mtoto wako mmoja, utajiona kwa hiyo tabia. Una katoto kana misbehave sana. Yes. Mtu anajiangaliaga na watoto wake. Ukiona venye wanafanya unajua hii ni mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Because ilitoka kwako. Siku hiyo walikuwa nafaa, sisi tulikutilia hiyo kitu ikienda mwisho. Wakati ile nyimbo ya mwisho sana ilikuwa imevuma ni ile ayo sami. Demodeshe kayo. Kamwe kabaru. Nyodo wa mwendo wakwa. Mwendo kumbe sikukuwa peke yangu, tuko haki. Hiyo kitu nitakuja kuwekea siku moja hapa. Naona mna misigi. Mna misigi sana. Nitanunua hiyo kinada, nilinunua iko na nileta sahani moja. Sisi kama itaiba. Zilikuwa zinapagwa, inaenda ikianguka hiyo kichini kinarudi. Hiyo ilikuwa inajiinua. Alafu sahani inakuja inajiweka, alafu tena kinarudi. Koi ego tari matu. Todo koroni ule matu. Ilikuwa katamu. Lakini sasa tulikutilia brothers wetu wale wakubwa. Mimi nilikutulia hao. Lakini naijua. Karona ugenda ya doi uhoro ucio. Ebu muulize kama ajui koi ndari matu. Koi eko tari matu.
Ndũngĩgwa. Ndũngĩ. Ndiroĩ. Sometimes this was life. This was part of us. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ile ya Kasongo, si Kasongo ilikuwa siku hiyo? Ya Kasongo ilikuwa siku hiyo. Na ile nyingine ilikuwa naibwa Elizabeth ya Nikanda, hapana. Nikanda Bongo man. Elizabeth, unasio, hebu tuimbie. Kanda. Sasa niko nilitoka. Hata mimi. Ulicheza? You walk, ile ya Johnny Walker. We were there. Don't let us live like we were there. Listen, this is a comparison. Ndio tuweze kuishi maisha mazuri. Yes, tujue kuna mahali tulitoka na kuna mahali tuko na kuna mahali tunaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. We were not dropped from heaven. Hallelujah. Hatukuangushwa kutoka mbinguni, tuliangushwa kutoka. Kwa sababu siku hiyo mimi nilikuwa kipini, nilikuwa naiba ile harusi yetu na yekeke. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse 14. Sasa akalia sasa anasema Gai apostle. Si umeanguka. Hata naona elders kule wamejishika hivi. Apostle ameanguka. Sasa kuipa harusi, si ni harusi yetu. Harusi yetu na yekeke. Na. Unajua na Asakana o shetio ha. Basi Yesu akawaambia wasiwasi, Lazaro amekufa. Kwa nini aliwadanganya mara ya kwanza? Ama henetie nike? Alikuwa amewaambia amelala. Sasa wakati ameona wamezidi, akawaambia basi Lazaro amekufa. Nemokuo. Lakini alikuwa amewaambia jamaa hajakufa, amelala. Hello. Hiyo hali ambayo unaipitia Mungu anaijua. Anajua mpaka mwisho yake. Hiyo hali anajua umekufa. Haleluya. Anajua umekufa, anajua hauko hai, lakini atakuja kwa ajili ya utukufu wa Mungu, atakufufua tena, atakubadilisha. Maana alikuwa anajua jamaa hayuko. Hata hiyo story yote akitunga. Sasa unajiuliza maswali mengi. Alikuwa anawadanganya kwa nini? Wewe jiulize, mtu amekuambia ninakuja tumwagilie duka ama nyumba yako mafuta. Alafu hiyo mtu baka saa hii siku 3 hajakanyaga kwako. Na anakuambia Mungu ako na wewe. Utasikia vizuri kweli? Utasikia vizuri kweli? Utasikia vibaya. Baka una shida. Is this a man of God? Imagine umeita Harrison kwenu. Alafu Harrison hakuji. Anakuambia nitakuja lakini hakuji. Anakuambia niko kwa jamu, hakuji. How will you feel? Atakuwa na muoko. Sasa unajiuliza, Yesu aliexpect hawa watu wake wamchukulie aje? Maana sasa amewaambia bayana jamaa amekufa. Ni kwa sababu hawa watu wako nao alikuwa anawajua hawana faith ya kutosha. Yeye peke yake ndiye alikuwa anajua sababu ya kwenda kufufua huyu jamaa. Huyu jamaa hajakufa, ni Mungu. Kwa sababu ya ile kitendo hawa watu walitufanya, walitutoa bio. Na yeye akaambia Mungu fanya kitendo. Watu wakuogope. Na Mungu akamsikia, akazima mtu. Hallelujah. Verse 15. Akazima. Kuna kitu kitafanyika kwenye maisha yako. Wewe ukifikiria ni kuisha unaisha, kumbe ni daraja inatengenezwa. Wewe ukifikiria wamekubomolea nyumba, kumbe ni nyumba mzuri unataka kujengewa. Kumbe wamekuangushia kitu, kumbe kuna a new thing that God is preparing for you. Don't worry on the situation. The situation you are in is temporary. It is not a permanent situation.
It is a preparation. Yani umekuwa whole, umekuwa hell, umezimamishwa, umefugiwa mahali usimame kidogo. Ndio meza iandaliwe, ndio mipango mizuri itengenezeke, ndio jina lako liinuliwe, ndio mipango ifanyike. Unawekwa mahali, unaambiwa kaa kidogo. Unasema I want to go, Mungu anakuzuia. I want to be healed, Mungu anazuia. I want to be built, to be blessed, Mungu anazuia. Kuna delay zingine ni za Mungu. Ask God why. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mama mmoja siku moja ni Mungu akaniambia kuna mama fulani anaenda kupata accident, amepagiwa accident. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mimi nikampigia simu nikamwambia kuja tukakunywa kachai. Na mama ameokoka vizuri. Ni wale mama ameokoka vizuri. Wale kumwambia chai anafanya mahesabu zingine 6-8. Anajua hapo ni matongozano, ni mavitu hivi. Hapo hakuna Mungu. Sasa mimi nikamwambia, kwa sababu sikutaka kumwambia kuna accident iko mbele. Nikamwambia wewe simama. Kuja, uko wapi? Akaniambia niko mjini naelekea nyumbani. Nikamwambia unaweza kuja tukunywe chai. Kwanza nilisema kahawa. Najua kahawa imekuwa misuse sana. Unaweza kuja tukunywe kahawa. Kai na mama ni mlokole. Sema mlokole. Yule ameokoka. Alafu anajua apostle wake ama reverend wake, siku ile ilikuwa inaniita reverend. Anajua reverend wake ni mtu msafi, afai kupakwa matope. Si kama hizi mmenipaka matope hapa. Huyo nilimuita akasema hapana. Niko na mahali na kibia. Nikamwambia tafadhali kuja. Niko mahali na kibia. Mimi nikamwambia sienda. Kidogo nikasikia amekokwa na mtu wa dudhi. Mikono yote mbili imefujika. Nilienda kumuona kama amewekwa plasta mikono yote mbili hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu akaniambia, ni mimi nilikubalisha, maana kuna ishara nataka kutoa kupitia kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. So wakati nilienda kumuona hospitali, madaktari walikuwa wamemwambia 90% your hands will never work again. 90% your hands. Venye alikuwa hata mimi niliangalia nikaona oyo ni wito na gai. Unajua kuna mahali unaweza kwenda ukute mgonjwa umwangalie uone hapa. Mungu afanye tu muujiza yake. Kwa sababu na sisi hatuko na imani hiyo strong. Imani kale kuwekelea bakuli. So mimi nikatoka tukaenda. Nikakaa. Tena nikamtembelea. Nilipomtembelea nikamuombea. Mungu akaniambia nenda umuombee. Nilimkuta paka kule alikuwa. Akaniambia nenda umuombee. Alafu kumbe nilikuwa yule mama nilikuwa tunaongea na yeye kuhusu huyu. Kumbe ndiye alifanya huyu avujike mikono. So na mimi natoa siri zote namwambia ninaenda kuona Karo. Unajua aikai ndagweta. Lakini nafurahi kwa ajili yenu kwamba siku wako huko. Haleluya. Ili mpate kuamini siku wako huko. Yaani hebu sikiliza. Hebu rudi 14 alafu 20:15 haraka. Ndio tuunganishe. Basi Yesu akawaambia waziwazi Lazaro amekufa. 15 haraka. Alafu akamwambia nini? Lakini nafurahi kwa ajili yenu kwamba siku wako huko ili nimpatie nini? Ni mpate kuamini haya. Twendeni kwake. Yaani alifanya hivyo ndio kubuild. Alifanya hivyo kujenga imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliwaambia hajakufa. Aliwaambia yuko hai. Aliwaambia ni kulala amelala. Kwa ajili he wanted to build, kujenga imani ya. Kwa maana angewaambia amekufa hapo awali, hawangekuwa wamejengeka kwenye imani. Kwa hivyo hawangetaka hata kwenda kule. Lakini sasa akawaambia waziwazi, maana alitaka kuinua imani. Mambo ambayo unayapitia ni ya kukuinua imani yako. It is to build your faith. Now Josephine, it is to build what? Your faith. Let it grow. Hold it.
Hiyo kitu umepatiwa, hold it and walk with it, because God has a way. God has a reason why he has brought you here. God has a reason why he has given you that shop. God has a reason why he has given you that responsibility. God has a reason why he has taken you to Garissa. God has a reason kwa nini amekupeleka America. God yako na reason ni kwa nini amekupeleka Vietnam kama nduta. God yako na reason ni kwa nini umeenda Saudi Arabia. Unaenda Saudi Arabia na ile boma ya kwanza unapelekwa, unakuta ni kazi hiyo umeitiwa ni ya kuosha nyoka. Na passport yako imechukuliwa. Halo. Na passport imefanya nini? Imechukuliwa. Hauna. Na doe ulitolewa kwa airport ndani ya gari ukapelekwa kwa mji. Na unaambiwa inaitwa Riyadh. Sasa hata ujui Riyadh ni nini? Alafu ile kitu naambiwa introduction ya kwanza, kazi yako ni kuosha huyu mtu na huyu mtu na huyu mtu. Na hapa unajua nyoka ni shetani. Na ndivyo umeokoka. Unasema ribakaka toko robosaka ndabo rianto bosaya. Ria karemese. Ulisema mtu anapitaga katikati yao. Baba ninakuomba, unisaidie nipite katikati ya hii niende nchi nyingine. Ukifungua macho unakuta nyoka inafanya. Umeomba mpaka ukamwaga damu, jasho ikachukua kama damu kama ile ya Yesu. Kufungua tu macho unakuta sasa zimekuja, ingine iko hapa, ingine unaisikia sasa ndio hii imeanza kupanda kwa mguu. Unainua mwenye kule na kuangalia tu na kuambia jaribu kuigusa. Na unajua nyoka ikikugusa sasa ni kama ni kifo. Inakuja mbele yako kikobura. Na sasa hiyo umeuita Yesu. Na ukitoka kanisa hapa uliombewa na aposto na ukapa Bwana ulikuwa itasesa na akakupaka mafuta na akakwambia kachupa kingine ndio haka bebaga haka, ukisikia maneno imeharibika unatoa unapaka, kumbe uliweka bagi kwa room. Ukaenda kuonyeshwa kwa garden. Sasa unashindwa kutoka hapa kwenda kwa room. Ni bali sana maana nyoka zote zimezunguka hapa, unaambiwa kazi yako ni kuosha hii nyoka. Aise. Unaita Mungu. Kama kuna wakati unaitaga Mungu ni wakati huo. Mimi wakati niliwahi kuita Mungu vizuri na akanisikia. Na niliongea na yeye because nilimsikia. Mimi najua sauti ya Mungu. Ni siku ile niliwekwa kitambaa hapa. Nikawekwa kaba hapa. Siku hiyo niliongea na Mungu. Yes, I know the voice. Nimejaribu kuomba hivyo nifike hapo, nimeshindikana. Na sitaomba Mungu anirudishe hapo ndio nifike hapo. Lakini niliomba Mungu mpaka nikasikia anaongeaga namna gani. Na tuliongea na yeye na akaniambia hautanyongwa. Kuna mahali unapelekagwa vizuri, unapelekwa. Na ukipelekwa mahali hapo panakujaga once in a while, once in a lifetime, kwa sababu Mungu anataka kuzungumza na wewe. Anataka kukwambia kitu, anataka kuachilia baraka kwako, anataka kufungua kifunguo cha maisha yako, anataka kufungua maisha yako ibadilike. Kwa hivyo usijali na jambo unalolipitia, usijali na jambo lolote ambalo liko chini yako, usijali na mambo ambayo yamekuzingira, maana God is preparing you for a journey. Moses alikaa katikati ya watu waliopanga kumuua. Alikaa na familia ambayo ndio ilikuwa inapanga mauaji ya watu wa kwao. Lakini hawakumuua, hawakumujua mpaka wakati alitoroka. Ndio walijua kumbe sisi ndio tumelea ile nyoka inakuja kutukura. Bwana Yesu asifiwe sana. Vumilia tu ni kwa muda mfupi. Vumilia tu ni siku chache. Mungu anakuja kubadilisha maisha yako. Vumilia tu, it is just for a few days because God want to reunite you. Mungu anataka kukushikanisha na baraka zako. Anataka kukushikanisha na njia zako. Anakuambia tu kuja kwangu na mimi nitakuja kwako. Wanakuambia kuja na utubu dhambi zako na mimi nitakuregesha kwenye ukao wako. Nitakuregesha kwenye mamlaka yako. Nitakupatia chochote ambacho. Angalia, walikuwa wamemfukuza Yesu, lakini wakati walimuita akakuja, mtu alifufuliwa. Sijui kama unaona hivyo. Walikuwa wamefukuza Yesu kama vile umemfukuza Yesu, lakini ukirudisha Yesu arudi tena, kuna kitu kitafufuliwa ndani yako. Kuna mtu atafufuliwa ndani yako. Kuna maisha itafufuliwa ndani yako. Something new is coming to be born again. Ili mpate kuamini. Haya. Basi akawaambia tuendeni. Ni command sasa. Aka command. Neto die.
16 akamwambia netodhie reu. Bwana Yesu asifiwe sana. Thoma aitwaye Pacha akawaambia wanafunzi wenzake, twendeni nasi tukafe pamoja naye. Tugethie tutugakue. Ito ni makiuga tugethie twendeni tutugakue. Maana huyu ni Thoma. Basi kwa sababu mmesema twende tu na mnakubaliana hiki jamaa na mnajua venye tulifanywa juzi. Twendeni basi tukakufe na yeye. Maana tunaenda kuchinjwa. Kuna watu katika maisha yako ambao hawatakubali ujue Mungu, hawatakubali uende safari yako, hawatakubali, maana watakuletea negative stories, watakuletea maneno ya kinyume ya kwamba hiyo kitu haiwezi kufanyika. Hii mji hakujaonekana kitu kama hiyo. Wewe ati ndio wa kwanza unakuja kufungua, utafungua nini? Ushaitaka kufungua kazi yako, unasikia mtu anakuambia, najua hii ndio ilimaliza na fulani. Hiyo maneno sasa uko nayo. Unajua ile jamaa tulisika siku ile tulikuwa tumeenda mazishi. Hiyo ndio ilimuua. Sasa anakuambia sasa you are headed there. Ni godi uradi gukua. Andũ a mũthemba waku makuaga atĩa? Makuaga ũguo rĩu ũrenda kwĩbangĩra. Akamwambia wanafunzi wenzake, twendeni nasi tukafe pamoja naye, tugethie tu tugakue nake. Yani is a discourager. There are people that will discourage you completely. People who come and tell you will never succeed in this. Hauwezi ukafaulu. You can't make it. Bwana Yesu asifiwe sana. You cannot make it. When you say, kama siku juzi niliambia watu hapa wazee, nikawaambia I want to make changes in this church. Maana hii kanisa si kanisa, hii ni soko. Haina tabia, haina mwelekeo. Watu wa kanisa hii ni majagiri wengi. Jamaa mmoja akaniambia haiwezekani. Apostle, kama unataka kuachwa na watu, ubaki peke yako ni sasa. Nikamuuliza, wakiniacha nitakufa? Akaniambia, Apostle, si unaona venye Mungu amekubariki? Kukua na watu kama hao huko nao kanisani hapa Nairobi, na akanihesabia ni watu wachache, ni watu kama 5 hapa Nairobi wametoboa hivyo. Na tena huko katikati ya mji. Yani ni grace ya Mungu nataka kufukuza. Nikamwambia, wacha nikwambie, I'm ready to walk alone. Kama hiyo ndio itafanya Yesu aonekane kwa hii nyumba, I am ready to walk alone. I am ready to chase people. Kukwambia, chukua bagi yako, fungua ile mlango kwenda. Niko ready. Na nikamwambia, wewe kwa sababu nimepewa hapa tu, nikamwambia fanya hivi, wewe kwa sababu wewe ni Thoma, utakaa kando uchungulie nikifanya ama uondoke. Aliondoka. Asione nikimalizika, asione nikikufa. Bwana Yesu asifiwe sana. And I'm yet to see whether the God I worship can let me down. If it is to put his house in order, ndio itafanya anyaganya watu, ndio itafanya niteseke. Wacha niteseke. Haleluya. Nasema hata usiponibariki, Mungu namwambia hata usiponibariki bado nitakufuata. Hata usiponiinua bado nitakufuata. Hata usiponisaidia kwa chochote, hata chukua watu wote, bado nitabaki hapa nikimwabudu. Na nikakumbushwa na Mungu akaniambia siku moja, ni nani anakupatia rent? Nikamwambia, Mungu ni wewe. Unajua rent ya hapa natoaka kwa 10% ya biashara twako kidogo. Na mimi naona ninalipa vizuri. Sijai subua watu. Ama nimekuwa subua. Nimekuwa pia, sasa mnakumbuka mwisho ya mwezi imefika. Sasa hiyo ni chairman wa elders. Unajua chairman wa elders wanaendaga hivi. Sasa mnakumbuka ni mwisho ya mwezi, na wadugu mnajua hii ni responsibility yetu, tuweze kulipa nyumba kadiri ya venye ina hapa. Hiyo hamutaisikia hapa. Najua afadhali nikwambie ndio uone hapa haubebereswi. Ndio ujue tu hapa haubebere, hapa ni tukae venye Mungu anataka. Nyumba ni yake. Kama itafungwa ni nani ataibika? Ni yeye, sio sisi. Don't take a responsibility that you don't belong to. Don't take. Never take a responsibility that is not yours. Mungu afanye kazi yake na mimi nifanye kazi yangu. Yes, don't care kwa Mungu na yeye akae don't care kwako. Man, God is a don't care.
Kaa hivyo, kaa gumu na yeye kae gumu, mtengeneze inchi kae mzuri. Nilikuwa hapa na mnakumbuka kuna mama, sio kama Karoli alikuwa. Kuna mama alikuwa ametoka Amerika. Namkumbuka ule alisema alinitabiria nikiwa Amerika. Si alisema kuna watu watakuwa wakikuja hapa, wa Amerika watakuja kwa hii madhabahu kutafuta roots zao. Si walikuja? Si mliwana hapa? Na wameenda kuleta wengine. Sasa angalia, hawa watu siwajui, wamenipata kwa mtandao. Wamekuja kutafuta brother yao mwenye anaongea kama wao. Leo nawe Jerry wito no Kemiro Laita ategota itago Jerry wito. Jerry wito. Nie nini? No. God is commanding people and I'm misbehaving hapa. Nitafiinywa na niondolewe na kuwekwa mtu mwingine. Mohiinyirie leo mimi munihiinyirie. Hapana, ndiye mkahinywa mleika. Yule anasema twendeni tukakufe kwa sababu ni mkufu. Huyu ni mkufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tutengeneze kanisa ya Mungu ikae venye anataka. Upende usipende. Na hapa haujadonyitanishwa na guru. Umesikia? Unasikia Charity? Hapa hujashikanishwa na guru ati tukikutoa nyama ikonoka. Asha. Bagi nitakupa hebu toa hii bagi, usirudi kuweka bagi chini ya miguu. Lete bagi. Hii bagi yako. Sunday kama umemisbehave, Sunday nitakuuliza, tulikukataza hii. Maana nina obligation, nimeambiwa na Biblia, mtu anabiagwa mara ngapi? 3. Nimekukataza hii. Ikakuaje? Apostle nisamee tu. Nilikukataza mara ya 2. Ikakuaje? Apostle nisamee tu. Sasa ya 3. Chukua bagi. Murago ndio ile. Ina nenyo baya fafa. Na dekoligiri oli mogoko. Hello. Mimi sitafuti utajiri. I'm not looking for money. I have the money. Ama mjuangi mimi ni tajiri? Niko na pesa. Ishi, nina sio. Dekiredei kali. Mimi nakaa peke yangu. Watoto wangu wote wameenda. I am alone in the house. Udhani ni emwe. Gikombe ni kimwe, giciko ni kimwe, thaburia ni thaburia ya cai ya ngima na ya thukuma, ni thaburia 3. Na nyita. Na ndina mbeca 10,000 account. Dikire getonga niki? Ndio ku compromise na weke. Tunakuja kusikilizana na wewe nini? Na ile kitu nahitaji I need only 1 fork and a 1. Na sana tafoku na hiyo haitajiki. Labda ni muiko wa gukorogangi. Wa huko na dikire na miko 3. I'm rich. Yes. Niko na sahani 3 kwa nyumba. Karoka nani ate? Unaona ate hao? Yes, I'm rich. Na kiatu niko na pea 2. Sasa tutacompromise mambo ya Mungu na wewe tukiambiana na nini na ile kitu nahitaji niko nayo. Ndiraconorithia Ngai wakwa niki na niahete kire ngienda wendaje onorete ni ndiramuconora niki yeye mwenyewe hajaniaibisha mimi namuaibisha kwa nini ati kwa sababu yako Josephine? No way. Siku hiyo tutapaka nini? Siku hiyo ikifika, hebu ibo wakati wa parapanda ikilia kila mtu musigo wake mwenyewe. Kila mtu atatoa habari zake mwenyewe. Sasa wewe unaenda tukaruta udhukirie haha no gathi kwaria ciaku eika. No, iwezekani. Ukuje uniharibie hapa na ripoti utatoa peke yako. Na mimi ndaweka ile kama ile ya Catholic ile ya kutubu. Ile nitaenda peke yangu. Na wewe unataka tuharibiane hapa. Na unajua venye mnaambianaga na Mungu usiku. Na mimi huku niambie venye utasema. Hapana, wewe kaa na hiyo rafiki yako, kaa kwako na mimi wacha nikae kwangu, tutakutania mbele. Sawa, si ndivyo nzuri? Tukubali na tukae na tukubali kupagwa. Na wale tunaitaga elders simameni tuwaone. Niliwapatia kazi. Na sijaona blood ikispill. Naona ginya maikalete hamwe na thirikari. Rekei ndimwire, wacheni niwapatie last warning. Si ati nilikosa watu wa kufanya kazi. Ni Mungu tu aliniambia niwachague. Na Mungu akiniambia nifute, nitafuta. Kama hamutafanya kazi muniambie, tumewezwa. Hello, I want order in this church. Order. Na si order ya dhuluma, msikuwe na dhuluma na mtu.
mfanye kila kitu iingie. Na huyo usikilizeni kanisa, kwa sababu nisikia hapa kuna mang'aa mingi sana. Hawa ni mimi, Mungu aliniambia niwachague. They are not my people. They are God's. Kwa hivyo kila kitu wanafanya ni amri kutoka biguni. Kwa hivyo mtu akikuja kwambie fanya hivi ukatae, muko na right ya kusukuma huyo mtu pale. Mtu yote nisisikie awe nani ama nani ameambiwa na Hawa. Na nyinyi msikuwe na dhuluma. Mkuwe na haki. Mnanielewa? Na mimi nikikuta kuna dhuluma nitawagoga. Isikuwe dhuluma, tukue na haki na tuendeshe kanisa na haki. Na kila mtu atii sheria. Niliona hawa watu walikuwa hapa wa Israeli, walisema ni kutii sheria. Na nilivuja anything hapa. Hapa hakuna kitu, hakuna mtu anashikilia mahali. Apati yule anakaa pale anaitwa Dorcas. Abavu Dorcas atapita kwenye, mkianza kufanya vetting, apita kwenye vetting, mkimkubali mumrudishe huko. Msipomkubali mumweke pale. Hata hai timu yote hii yote ipite wapi? Kwa vetting. Mtu yote mwenye atafanya kazi hapa afanye kazi through a vetted process. Na ikuwe ya haki na ikuwe ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama kuna mtu mlikuwa mmekosana na yeye, usimchukulie ule kule kukosana iwe dhuluma kwake. Mtende haki. Ndio kila mtu hapa apate nafasi ya kutosafu Mungu. We are all ministers, all of us. Sisi wote ni watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Simuketi basi chini, muwapigieni makofi. Ndio tupate kukua na team strong. Na tupate kanisa ambayo saa hizi mimi naenda UK. Alafu huyu ni mang'aa, huyu ni mang'aa, huyu ni mang'aa, nitawacha nani? Sasa unaona mpaka naogopa kutoka nje. Kuna watu wamenikoja huko, niende niwaombee waokoke. Sasa ninashindwa kuenda kwa sababu naogopa huyu ni mang'aa, huyu ni mang'aa, huyu ni mang'aa. Kuna wengine wanasema huyu mtu wako hapa ndani. Mimi hakuna kitu anaweza kuniambia nisikie. Nogo wewe. Utajua ujui. Utajua ujui. Hii ni nyumba ya Mungu. Mimi si mtu, niita tu kama mtu, lakini hii ni nyumba ya nani? Ya Mungu. Utashughuliwa vizuri. Utapakwa kavix. Kata kavix, kana ni kaluma. Kaluma utapakwa. Ndio ujue ujui. Hiyo jiga hapa iliisha kabisa. Twende verse 17. Lazima kila mtu apate responsibility hapa. We are all servants of God. Hakuna mtu hapa ambaye si servant ya Mungu. Hakuna mtu hapa mwenye hawezi kushika microphone na hubiri hii neno. Hapana, we have been called. That is why here. Kila mtu ako na responsibility. Kila mtu ako na position hapa. Ni atia. Natike hivi. One. Kaukeri yogu ni wathuka o rimwe. Josephine, wewe rodo waje kurogarugi haha ni ukuona. Yesu alipofika huko, alikuta Lazaro. Alikuta nani? Amekwisha kaa kaburini siku 4. Haleluya. Delay ya Yesu. Alifanya ganga delay. Akachelewa siku 4. Wakiagi kama tuende tusiende. Yaani kumbe kuna delay ambayo inafanyikaga katika maisha yako. Mungu akijua si delay ya kukumaliza, si delay ya kukuangusha, si delay ya kukuleta chini. Ni delay ambayo iko na mipango mizuri. Maana jina la Mungu linaenda kuinuliwa. Neno la Mungu linaenda kutukuzwa. Mipango ya Mungu inafanyika wakati unafaa. Yesu alipofika huko, alikuta Lazaro amekwisha kaa kaburini siku 4. Mtu mwenye amekaa kaburini siku 4 ni kwamba ameoza. Until umeoza ndio Mungu atakuja. Yaani until ukufe. Wewe ujuaji wako ukufe. For you God to use you. Ndio Mungu akutumie kwa nyumba kama hii. Ndio Mungu akutumie katika maisha yako ya ndoa. Ndio Mungu akutumie kwenye jambo lolote lile. Lazima yule mtu wa kwanza akufe. Mpaka aoze. Mpaka awekwe ndani ya kaburi. Maana Lazaro aliwekwa ndani ya kaburi kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Maana Mungu alitaka kujitukuza na kifo cha huyu jamaa. You must die. The self you must die for God to find something to use. Ile ujuaji yako yote unakuanga nayo lazima ianguke, lazima ipromoke. Hata mimi nilikuja ego yangu ile nilikuwaga nayo, Mungu aliniambia utaweka chini.
tengeneza kanisa venye nakwambia. Maana nilikuwa nimekataa. Nilikuwa nasema Charity ni rafiki yangu, huyo ndiye atasimamia kitu fulani. Huyu msichana ni rafiki yangu, huyo ndiye atasimamia hapa. Josephine ni rafiki yangu, ndiye atakuwa worship. Nani ndiye Carol ndiye rafiki yangu. Sasa nilikuwa nimetengeneza kanisa ya marafiki. Mungu akaniambia nitaibomoa yote. Chukua marafiki yako uende ukakule nyama na wao. Mimi kwa nyumba yangu uache nipage nyumba yangu. Akaniambia hiyo sio kanisa yako, hiyo ni madhabahu yangu. Nikajua kumbe hata mimi sijui. Na sasa Mungu ameniweka keshika na hapa ninaenda nikiwaka moto. Lazima nibomoe kule nilibomolewa. Hata ingine nitabomoa. Lazima niweke chini. Utikoderani. Tasema kama baba yangu James Ngato Kingato. Sidio, Lilian? Yes. We must bring change. Na sisi tuna change, ni sisi tujiachilie, tubadilishwe. Tujiachilie. Hello. So there is nobody kanisa hii apart from the elders as of now mwenye ameruhusiwa kufanya any single transaction ya hii nyumba. Kila mtu ni raia moja nikiwa pamoja na nyinyi. Sisi wote ni maraia wema. Serikali iudwe, tuone kama tutaitwa. Tuende kama tutakuwa wa Munyoro ama tutakuwa nini? Kedeki. Na wewe uendelee kufundisha watu. Saturday uchukue namba nyingine ufundishe. Na alafu tena wote uwarudishe tena class, uwafundishe another thing. Uwafundishe, yani itakuwa a course after a course. Hivyo. Na certificate inatolewa. Ndio tuone ule mtu tutakuja kusema huyu amefanya. Unajua lazima watu waelewe wanafanya kitu gani. Mafundisho ni kitu ya maana sana kwa sababu ujinga inatoka. Ukiona mtu analeta umang'aa, huyo si wa hapa na musikae ati museme wacha tumubebeleza tuone kama atachange. Sio hapa. Hii si nasari. Hapa si nasari. Muende nasari. Huko kwa Ng'ang'a, kwa Harrison ndiye anafundishaga ile maneno mazuri. Huyo ni baba yetu. Huyo anabebelesaka. Wakati nilileta tulikosana na James Maina Ng'ang'a, nilienda kwa Harrison. Harrison akaniambia, usijali. Lakini mimi ndio nilikuwa nimekosea James. Maana mimi bado nilikuwa na umongeke ndani. Nilikuwa na shida ananiambia nini? Maana kanisa ilijaa kwa sababu yangu. Mimi ndio nilimpatia kiwanja hapo. Hiyo mabati sisi ndio tuliweka hapo. Sasa utaniambia nini? What can you tell me? Watu walijaa kanisa kwa walikuwa nataka kujua hiyo kanisa mtu wa Mogeki aliokokea hiyo ndio kanisa. Wote wakajaa kanisa. Sasa nikisimama mahali hata nilikuwa na mkejeli tu nasimama tu kado peke yangu. Unaona watu wamenizunguka. Ng'ang'a pale anaangalia anachungulia. Anajaribu hata kuwaita wanamwambia kocha kidogo mkubwa anaongea. Ng'ang'a alinionyesha kivubi. Nikakasirika. Nikasema nitaua mabishopu wote, nikaenda nikanunua bunduki isiri. Nilikuwa nataka kupiga mabishopu wote wakufe. Maana huyu bishopu ni gani anakuja kunifanya madharau? Hajui mimi ni nani. Tulienda Kisumu crusade na yeye kiwanja ikajaa. Alitangasa aliyekuwa kiongozi wa kundi haramu anakuja, kiwanja ikajaa. Wajaluo walitaka kuniona, waone ni nani huyu alikuwa ametuhangaisha. Ameokoka. Tukaenda Mombasa Tononoka kiwanja ikajaa. Tukaenda Uhuru Park kiwanja ikajaa. Sasa hata kama ni wewe, Ng'ang'a atakwambia nini? Na wewe ndio unafanya kiwanja ijae. Niki Ng'ang'a atakwambia nini? Sasa hiyo hata nilikuwa natembea ni kama kale kamsee kanakuaga Nollywood. Kale kamsee kanakuaga na madevu hivi. Kanatembeaga hivi. Kwa sababu sikukaa chini nifundishwe. I never gave myself time. Nilewe. Nikuwe mtu machua, nikomae. Bado nilipeleka umungike, nikatoa mungike, nikaingiza mungike ndani ya kanisa. Baka natembea hivi nainua kichwa. Naye Mungu ni nani? Alinifinya mpaka nikatoroka peke yangu. Nilikuwa nasema mabati hii nyumba ni yangu, hii kiwanja ni yangu. Ataniona, atajua mimi ni nani. Haki nilikuja kujua Ng'ang'a ni nani nikiwa huko barabarani. Nilikuja kujua Ng'ang'a ni nani nikiwa kwa barabara upande ile giri ya barabara. Nimekanyagwa na nimerushwa nje na umogeki yangu haikunisaidia. Nikaenda nikanunua bunduki. Wakati tulikuwa kwenda kuiba hapa River Road hapa imeshikania hapo kulikuwa na bagades tukienda kuiba. Naye Mungu akatuma maaskari wake.
Yule alitupatia kazi ya kuiba hiyo bangi, kumbe alikuwa askari wa flying squad. Kuingia ndani. Sasa mimi najua kuna kitu Mungu akitaka kukusave, kuna njia anafanyaka. Mungu sasa mimi nilikuwa kiongozi wa hiyo kitu ya kwenda kuiba. Sasa vijana wote wakaniambia hapana, wewe hautaingia leo. Leo utakaa nje. Wacha sisi tuingie. Na tulikuwa tunang'ang'ania sana kuingia. Ndio ujue ile pesa imetoka huko ndani. Maana wale wataingia hao tu ndio wanajua siri ya ile pesa imetoka. Sasa wakitoka ile gari wanaingia, nyinyi hamuingiagi, wanaingiaga gari nyingine. So wao tu ndio wanajua ni pesa gapi. Ndio unaonanga polisi kukiibiwa mahali, kitu ya kwanza polisi wanaulizaga ni pesa gapi wameiba, kwa sababu walikuwa part ya hiyo watu na wanataka kukua na hesabu wajue ni gapi ndio waende wawakute. So mimi nikaambiwa wiki, nikakasirika sana na huwezi kuargue bana, a gangster they don't argue, huwezi kuargue. Sasa nikawaambia basi sawa tu. Sasa mahali nilienda kukaa ni hiyo nyumba inaitagwa Siacha Dynamo, hiyo ingine. Ile ilikuwa ya kwanza. Menengai iko na corridor imepanda hivi na hiyo Menengai inamulika hiyo begi hapa chini. Sasa nilikuwa hapo na buduki. Nimeweka buduki hapa, sasa tunangoja vijana wote wakaingia ndani, ni saa 6:45. Saa ku strike. Walipoingia kupe wale watu wanafagia ni askari wa flying squad. Yule mtu wako kwa counter ni askari wa flying squad. Yule soja wako na rugu ni askari wa flying squad. Kai wote walilimwa, wote 7. Ni mimi peke yangu nilibaki. Bali nilipata ni wapi? Nilitoroka. Kutoroka mali nilitorokea ni nani? Kwa Harrison Ng'ang'a. Kumbe Mungu alikuwa anataka kunipeleka huko na kanipeleka baba kwa Harrison. Na maneno yangu ikabadilika. Harrison akaniambia, Ng'ang'a si Ng'ang'a, unajua ni venye hakukuelewa. Unajua watu wakubwa kama nyinyi mnawekagwa mahali mzuri, ndio mna protectiwa, ndio mkae nini mzuri. Nikaona mzee mzuri huyu amesema watu wakubwa, amenitabua. Kwa sababu alijua ni ego imetoa huko. Sasa yeye aliingia ndani ya ego yangu, akaanza kutembea na ego yangu. Mzee afadhali ningekaa kwa Ng'ang'a. Huyu mzee alinifinya, nikatoka maji yote. Alinikuja. Unaona nguo inakuja mpaka inamoga maji. Alinikuja nguo badala ya kuanika, nikavaa nikiwa fresh. Nilitoka kwa huyo mzee nikiwa na akili timamu. Ukaniambia nifanye makosa na kwambia hapana, Yesu amekataa. Ukaniambia tuende mahali, nasema hapana, hiyo ni makosa. Na hakuna kiboko huyu mzee alitumia, alinifinya pole. Yaani aliniwachia dirisha zote wazi, akaniambia wakubwa kama wewe wanakaaga kwenye nyumba kama hii iko na hewa mzuri. Sasa kazi alifanya, alienda nyuma ya dirisha, akafuga hiyo dirisha moja. Akakaa ndo kafuja dirisha ingine, akafuja. Mzee alinilipia paka nyumba. Ujue huyo mzee ni hatari kwa usalama. Alinilipia paka nyumba. Ndio nisikuje kusema nilikosa pesa. Bibi yangu alikuwa anaendaga huku kuchukua shilingi 10,000 kila Friday. Ndio atuweke ndani ya mkebe. Mzee alitumia pesa yake akatuweka ndani ya mkebe, kisha mkebe akazipu. Tukiwa ndani anatuuliza mnasemaje? Yesu ni Bwana. And that is what must be done here. Lazima tufige wazazi wetu. Lazima tuwaonyeshe walitufundisha. Lazima tuwaonyeshe ya kwamba walitenda kitu ambacho kimetubadilisha. I can never let Harrison Ng'ang'a down. And I can never let James Maina Ng'ang'a down. Walitenda kitendo. Walinibadilisha. I was bad news. Sijui kama unanijua? Yawa. Unanijua, ulisoma? I wish you met me. I was a young tiny boy, but a very dangerous person. Unajua karaka scorpion? I was bad. But God came and said, you have to change. Bwana Yesu sasa. Kwa hivyo si kupitia hayo nimepitia kwa wazee hao, alafu nikuja niwalete down, wasikiage hapa rumors ati ile mambo inafanyika huku hakuna Mungu, hapana. No. Eti kwa sababu ya ani yodi weireli. Utaenda mpaka usikie miguu hapa inawaka moto. Siku ya 4, yani mtu alikuwa lazima tukufe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako lazima ukufe na uoze ndio Mungu akuunde tena. Ndio Mungu akufufue. Number 18. Bwana Yesu asifiwe sana. Kijiji cha Bethania kilikuwa karibu na Yerusalemu
umbali upatao kilomita 3. 19. Wayahudi wengi walikuwa wamefika kwa Martha na Maria kuwafariji kwa kifo cha kaka yao. Wale Wayahudi waliomtoa Yesu nduki ndio hao sasa. 20 quickly. Basi Martha aliposikia kwamba Yesu alikuwa anakuja, akaenda kumulaki, lakini Maria alibaki nyumbani. Maria alibaki nyumbani kwa nini? Ndio angalie sura za hawa watu wengine, hawa Wayahudi, kama watamtoa bio tena. Sasa alienda, wewe tadhie dhioke no mogerie na hau, yani mupitishie na hapo nyuma, na huyu akabaki akiwa contain. Naigiaga kuna boma naigiaga, unaona mwenye alinialika, unaona ananipitishia, anasema kuja nikuonyeshe shamba kidogo, kwa sababu kuna watu wako pande hii hataki wanijue nimekuja kwa hiyo boma yao. Sasa naonaka napitishiwa na huko nyuma, alafu nikipitishiwa na huko nyuma naigishiwa mlango ya nyuma mahali hawa wengine. Kwa hivyo wanataka kupima temperatures, wanapima temperatures na haya amekubalika. Sasa hiyo nasa oyetago apostle no duka tayakai na kainia murathimite, na mimi namwambia si useme jina sababu amepitia apostle na Mungu amembariki na hataki jina itajwe because hataki kusikia ile bombu italipuka hapo. Sasa nakuwa umepelekwa hivi, namwambia si mwambie tu jina. Nasema asha tutile na oru abaikare haha thio yosha hapana. Mzee, mimi naitwa Apostle Dora Waroige, yule aliyekuwa kiongozi wa kundi haramu ya Mogeke. Unalipua tu haraka haraka, ndio kama ni kutoka utoke haraka haraka. Unajua unaweza kukula sana ushinde kukimbia. Kikibana. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi Martha aliposikia kwamba Yesu alikuwa anakuja, akaenda kumulaki. Lakini Maria alibaki nyumbani akifanya nini? Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuja hapa, kaka yangu hangalikufa. Halo? Yani anamwambia koro ni urakinyite, kama ungekuwa umefika hapa jana. Lakini kuna kitu kimoja hakuwa anaelewa. Yesu alikuja kabla huyu jamaa hajakufa. Maana aliposikia ripoti aliwaambia jamani kugojeka ni kulala amelala. Yesu kumbe alifika kabla hata wafanye jambo lolote, hata aanze kutoka, alikuwa ashafika na akawaambia ya kwamba jamaa hajakufa ni kulala amelala. So huyu mama na yeye anasema alikufa, amekufa. Kuna watu wanajua ulikufa. Kuna watu wanajua hautafaulu. Kuna watu wanajua hakuna kitu chako kitaendelea. Kuna watu wanajua huduma yako itaanguka. Kuna watu wanajua hakuna mahali unaenda. Kuna watu wanajua ministry yako ama biashara yako hakuna siku itasimama. Kuna watu si hapa biko wanajua hakuna mahali unaenda. Kuna watu wamekuchorea already. Wale ma kings, ma big fish. Ma big fish. Wale kusema. Wamejeka tu madhabahu tu wao huko kwa kona tu nyumba hapa. Unakuta kuna mmoja amejeka kama madhabahu kake hapo, kuna mwingine amejeka kama madhabahu pale, kama madhabahu pale, kama madhabahu kale, kama madhabahu. Yaani wako na tu madhabahu hapa ndani. Kuna watu wako na tu madhabahu tu hapa ndani. Wameshika territory. Kiona mtu anatembea anasema huyu mtu, huyu. Sasa mimi nje niko kwa ofisi, huyu mtu kuna kitu anaweza kuniambia. Eda Nation Center uchukue Google Nation Center, uandike jina Dora Waroige. Usome page zote. Kwa Nation Center wako niko na 155,000 pages kuhusu mimi peke yangu. WikiLeaks zile zilikuwa za Assange. Alikuwa anaitwa Assange? Unajua Assange? Huyo alikuwa anaandika WikiLeaks. Enda kwa WikiLeaks. Google weka jina Dora. Niko na 10,000 statements about me. Na uandike mpaka zimeandikwa na Kijerumani, zimeandikwa mpaka na Kifaransa, zimeandikwa mpaka na Kijapani. Hoyeiko yohote, hoyeiko. Arigatou gozaimasu. Arigatou basi. Atededoro. Atededoro. Arigatou. Arigatou Gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Asante sana. Arigatou gozaimasu. Asante sana. Tumejua hiyo. Sasa nialike Japan. Nialike Marwa. Nitakukuta kwa airport. Arigatou gozaimasu.
verse 22. Lakini najua kwamba hata sasa alikuwa na imani. Kuwa na imani kama huyu mama. Lakini najua hata sasa chochote utakachomwomba Mungu atakupatia. Haleluya. Ati hata sasa. Yes, amekufa na tumezika. Amekufa na tumezika. Na hata ameoza. Lakini hata sasa kile kitu naweza kumuomba Mungu atakupatia. Ninataka nikutangazie siku ya leo, chochote utakachomuomba Mungu atakupatia. Chochote utamuitisha Mungu atakupatia. Maana anakuelewa. Hawezi akakuacha, hawezi akakutenga, hawezi akakuangusha, hawezi akakuteketeza. Huyo Mungu anakupenda, huyo Mungu anakudhamini, huyo Mungu anakujua kwa majina yako. Mama alikuwa na imani atakupa. 23. Ati chochote. Yesu akamwambia kaka yako atafufuka. Mwambie mwenzako utafufuka. Mwambie vizuri. Mwambie na kikwako. Mwambie na kikwenu utafufuka. Ni ukolioka. Yesu walikuzika, walikuweka down, waliwacha kama umesambaratika, waliwacha kama wamekuweka ndani ya kaburi, waliwacha kama umekwenda chini. Lakini one thing I want to tell you tonight, utafufuka. Hiyo biashara yako itafufuka. Watoto wako ambao wanakunywa madawa ya kulevya watafufuka. Watoto wako wanaodharauliwa watafufuka. Ndoa yako itafufuka. Waliosema wanaenda chini utafufuka. Don't worry about them. Don't worry about them. It is them that know that you are finished. He knows you are not yet died. Yesu alikuwa anajua kabla hatoke kule, alikuwa anajua anaenda kukutana na mtu aliyelala. Hiyo shida yako ni kausingizi kadogo. Sio eti umekufa, ni kausingizi kadogo. Ni kule umelala kidogo ndio upumuzike, safari ianze. Bado utafufuka. 24. Utafanya nini? Utafufuka. Mwambie mwenzako utafufuka. Yes. Haleluya. Martha akamjibu, najua kwamba atafufuka wakati wa ufufuo. Bado watu hawajamuelewa Yesu. Hata sasa Mungu anaendelea kunena na wewe, lakini bado haujamuelewa Yesu. Haujaelewa Yesu ni kwamba anatenda kazi kwa mafumbo, anatenda kazi kwa ujasiri, anatenda kazi kwa ufunuo. Maana aliendelea kumwambia ya kwamba hata kama atafufuka wakati wa ufufuo wa siku za mwisho, kweli tutakutana na ndugu yangu. Lakini Yesu hakuwa anamaanisha siku za ufufuo, anamaanisha siku hii ya leo ndio ufufuo wako umeanza. Anamaanisha siku ya leo ndio mambo yako imeanza. Anamaanisha kwa sababu nimefika, nimekuja na kila kitu ambacho nahitaji. Nimekuja na kifunguo cha maisha, nimekuja na kifunguo cha kuendelea, nimekuja na kifunguo cha kuinuliwa. Wakati Yesu anapokuja hakuji akijibakisha, anakuja akiwa mzima. Haleluya. Wakati Yesu anakuja kukubariki hakuji akiwa manusu. Wakati wa kubarikiwa ukifika, wakati wa kubarikiwa ukifika, anakuja wakati unaostahili, kwa majira yanayostahili, kwa utukufu unaostahili. Sijui ni kwa nini amsemie amen. Lakini kwa sababu mnajua mtafufuka wakati wa ufufuo. Haleluya. Mimi nataka kuzungumza na mtu aliye pamoja na mimi hapa. Nataka kuzungumza na mtu mwenye ako na mimi hapa, maana Yesu yuko hapa siku ya leo. 25. Yesu akamwambia, mimi ndimi ufufuo, ukutabayasha na uhai. Mimi ndio ufufuo na mimi ndio uhai. Anayeniamini mimi hata kama anakufa ataishi. Ni watu wangapi wako tayari kumpokea Yesu? Leo ni siku ya kurudi kwa Yesu. Leo ni siku ya kutoa toba. Leo ni siku ya kusema tumekukosea. Sijui kama mmeelewa hapo kitu hapo. Umeelewa kitu? Ni mwanyita kaodo. Naona kama mkushika. My sweetheart girl. Hekido wanyita. Umeshika nini?
Nitafufuka. Na wewe umeshika nini? Vitu vimepotea tutarejeshewa. Wewe umeshika nini kijana? Kimwamini Yesu utaishi. Na wewe umeshika nini? Tuamini Mungu tutaishi. Hapana, kuna kitu hamkushika. Hebu tusomeni pamoja 1 2 3. Yesu mimi, weka full stop. Mimi ndio ufufuo, mimi ndio liokio, na ndiye moyo. Hiyo ndio nafaa kushika. Hiyo ukishika hiyo, service imeisha. Hiyo matatizo ambayo umeyapitia kwa sababu hauko unaelewa hivyo. Lakini kwa sababu amekuja, yuko hapa, Yesu yuko hapa leo na sisi. Jesus is tukianza repenting hapa leo, tukirepent hapa leo, uwaka mashendele. Hebu sema uwaka mashendele. Libagada. Nasikiaga watu wakisema libagada limagonda. Bwana Yesu asifiwe sana. Anayeniamini mimi, hata kama anakufa ataishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama biashara ilikuwa sio yako, itakuwa yako. Hata kama mafuta ijamwagwa, stoko itapatikana katika jina la Yesu Kristo. Hata kama mtafaruga mitambo, tutahubiri. Unajua hawa jamaa wacha niwaambie, na hii lazima tuangalie vizuri, maana ni hatari kwa usalama. Niko na amplifier ngapi zote? Amplifier 10 kwa hii. Mnajua amplifier ni nini? Amplifier 10 za 2000 kwenda na juu. Na amplifier moja ni 150,000. Hiyo ni pesa ngapi? Ni 1.5 million. Lakini wamenifungia sauti hapa kwa amplifier moja. Ndio mnasikia sauti inaenda inakatika. Maana hiyo amplifier moja imebeba hizi zote, imebeba ile, imebeba hii, imebeba hii, imebeba zile zote mnaona hapa. Hiyo ni nia ya kuchoma speaker zote. Na ni mpya. Na hizi speaker zilitoka 1.8 million. Hazijamaliza hata wiki ngapi? Tumebadilisha kwa hilo kama 3 sasa. Sasa niambie, wao walisema ati hakuna mahali. Nasema hata kama unakufa utafufuka. Hawa walikuwa wanasema ati ni moja imechomeka, ni moja haifanyi kazi. Kwenda kuangalia nyuma, zote zimewekwa kwa amplifier moja. Channel sio hata channel 2, channel moja ya amplifier. Na channel moja inafaa kubeba hutu tuwili, hutu haka na haka. Zote zilibeba. Ndio unaona hapa tunajaribu kuiba. Sasa kumbe walikuwa nataka nikasirike, ndio nisiweze kuhubiri message ya toba. Shaitani, chandoka. Siwezi. Hata mkinijaribu namna gani siwezi. Asha, nimezoea hii maneno. Unafikiria kupelekwa Nyati House ni kitu mzuri? Usiwahi kudili na mtu, usiwahi kucheza na akili ya mtu mwenye amepelekwa Nyati House. Unajua Nyati House ni wapi? Na nikachomoka. Na bado nikalete watoto. Na nilipitia hapo. Sijui huyu si mtu wa kucheza naye. Laila ako na mtoto? Laila ako na mmoja? Nenda uniletee mmoja wake. Kabla ingie. Sio after. Wale wakosa ndio. Kabla apelekwe hapo, nitolee mmoja. Hakuna. Lakini mimi nilipotoka hapo, nilileta 25. Alafu sasa useme utashindana na mimi. Niliwekwa hapa kaba, mashini ikasema no, huyo tutikwenda. Alafu useme ati huyu mtu. Si waangalie, kuna watu wa kuangaliwa, unaangalia huyu, wachana na yeye. Huyu si mtu mzuri. Maana for sure I'm not a good man. Na ndio maana kutoka leo sitaki kuwa mzuri, nataka nikuwe mbaya, nimfurahishe Mungu.
Wacha unajua nalijaribu kukua mzuri kwa huyu mama ndio tupelekane. Lakini sasa huyu mama bado amenifuka kaba kwa mguu. Huyu mwingine naye amenishika huko. Huyu mwingine ameshika shati. Hiyo ni nini? Hii kanisa iko na watu na vituko. Vituko tunakoga. That's why I love this church. Naipenda. Najua ni makrimino tu imejaa hapa. Hakuna kitu kizuri kama when you know your people. Ni criminals tupu na ambao wamejikubali. Unajua hakuna kitu kizuri. Kuna makanisa mengine unakutanga watu walikuwa waizi lakini sasa hawezi kutaka kutembea na wewe kwa sababu amesikia wewe ni mwizi. Hawezi taka. Na yeye mwenyewe aliokoka kutoka kwa wizi. Na kwa sababu Mungu amemuinua, akisikia kuna mama mwingine hapo anakuja baba mwingine ni mwizi, unasema na. Siwezi taka kukutana nao. Kuna siku moja nilitaka kukutana na Kimani William. Nikakutana naye pale Midland Hotel. Sasa Kimani aliniona pahali niko, akakuja kunisalimia. Tukaongea. Sasa tulipomaliza kuongea na tukapangana na yeye tukutane kwa ofisi. Lakini alimpatia pastor mmoja hapa mzee Brown hivi. Namuonaga kwa TV sana. Huyo pastor walipotoka, mimi nilikuwa natoka. Hawakuniona nikitoka. Akamwambia mtu kama huyo commit is a disaster. Ukitaka ministry yako iaguke, meet that person. That's a very dangerous person. Atakuharibia jina. Ataharibu mambo yako yote. Mimi nilikuwa nasikiliza tu. Nikaenda tu kwa sababu hakujua niko nyuma yao. Sasa unajua huyu jamaa Kimani ni mrefu kidogo na huyu mzee ni kidogo. Sasa Kimani alikuwa anainamishaje na kamzee kalikuwa kamekaaje, kameinua mdomo hivi, wanaenda wakifanya nini? Na mimi sasa nilikuwa nyuma yao na mimi nikaendelea kuwasikili. Gideoni aliambiwa ya kwamba utasikia wakikupangia. Utasikia. Na William hakuniona, alikataa kuniona. Ni wakati nilikuwa nataka kuanzisha ministry, nilikuwa nataka tu aniekelea tu mkono ile kama brother mwingine, kwa sababu brother si huyu ni baba yetu. Sasa nilikuwa nataka kama brother aniwekelea nini? Na siku hiyo nilikuwa nimepeleka lori mzima ya simiti kule kunaitwa nini? Heaven Gate. Wakijenga hizo za juu. Nilimwaga lori mzima ya simiti, lakini nikasema msitaje ni nani amemwaga. Sasa hiyo na hiyo kutoka hapo nikaenda Nakuru kukula hapo Midland. Ndakutana na mzee ndio huyo. Sasa nilikuwa nataka nimwambie nimemwaga simiti. Ni muda niangalia kwa hakanelera. Jamani happy wewe. Hata nikaona security wakae kwa haraka. Akalidwa. Adui asimkaribie. Lakini nataka nikwambie what God has ordained for you lazima itafika. Haijalishi what they oppose you, haijalishi what they say about you, haijalishi where they take you, haijalishi ni shimo gani watakuweka ndani, haijalishi watakupinga namna gani. Wana Mungu amekupangia, na kile Mungu amekupangia lazima kifike. Kile Mungu amesema kitakuwa kwako lazima kitakuwa kwako. Hata wakikuinukia waulizane, huyu mtu wa Mungeki anajua kuhubiri kweli? Mungu atahubiri kunipitia. I don't need to open my mouth. Nahitaji tu kutembea mahali wanasema Warege ndio huyo. Acha nikwambie, watu wengi hawaokokagi kwa sababu wanataka Yesu. Wanaokoka kwa sababu wanaona mtu wa Mungeki aliokoka. I am a billboard. Na ni Mungu alinitengeneza hivyo nikiwa billboard. Ndio ninaga na kanyagaga huko. Ushaiona nikienda na security huko town? Kama ni watu wengine ingekuwa na watu kama 12. Nikitaka kutisha raia siku moja, natoka tu hapa na Bia Joel weka gari hapo nje. Alafu mimi naenda natembea hivi, napita hapo naruka hiyo barabara, napita hapo juu. Naona hapo hiyo kamutaro. Watu wa upande ule wananiona na upande ni show off, inakuwa ka show off. Hao wananiona na sasa natembea huko, nimeweka mkono. Alafu naweka simu. Hapa. Hakuna kupiga, napiga, natembea. Nikienda kugeuza hivi naona wale wanaangalia kado. Nikienda kuangalia kado. Mpaka nikasikia kitu akasema, "Hebu nyinyi mnaibaga mnachukua simu za wenyewe, chukueni ile." Chukueni ile. Vijana nikasikia vijana akasema, "Hapana, ule ni moto." Ni kwa sababu Mungu aliye ndani yangu ni mkubwa.
na alinitengeneza kwa kusudi kama hiyo, ndio nikuwe mtu kama huyo. Kwa hivyo wacha kujalishwa na venye niko. Hiyo ndio kusudi ya Mungu, nikuwe hivyo, ndio aweze kunitumia nikiwa hivyo, na wewe unatumika kama hivyo, na hiyo ndio kusudi ya Mungu, kae kama hivyo, ndio akutumie kama hivyo. Yesu akamwambia, mimi ndimi ufufuo na uhai, anayeniamini mimi hata kama anakufa ataishi. Hata kama unakufa utaishi. Hata kama utakufa utaishi. Maana Yesu ndiye ufufuo. Yesu ndiye ufufuo kwa atakaye muamini. Wangapi wako tayari leo tumwamini? Tumwaminie Yesu. Wangapi wako hapa leo tuseme leo tunamwaminia Yesu? Leo tunatubu dhambi zetu. Leo tunafunguliwa, tunatubu. Kila mtu atatubu, kwa maana sisi zote hakuna mtu hajatenda makosa. Verse 25:6, haraka. Na kila anaishi, nisikilize vizuri sasa. Hii si mandisi, mimi nasema. Mnajua mtaweza kwenda kusema ati mimi nasomanga Biblia yangu. Na kila anaishi na kuniamini hata kufa kamwe. Je, waamini wayo? Yani muziki, yani hata muziki kusimama, hata muziki kufualia huyu Mungu, mnakalisha tu maana kiti imekuwa ya joto. Nitaleta viti za plastic. Na kila anaishi na kuniamini hata kufa kamwe. Je, waamini hayo? What else do you want? No eteketi yoguo. Niki wena ogoroki. Niki utidire na maguya maigi, niki wena ogoroki moigi yoguo. Oh, weteki yoguo. Na maguta mana gago kagoito gwaku. 27. Martha akamwambia, ndio Bwana, mimi naamini kwamba wewe ndiye Kristo, mwana wa Mungu, yule ajaye ulimwenguni. 28. Haraka. Baada ya kusema hayo, sasa hapa nisikilize. Baada ya kusema hayo, Martha alikwenda kumuita Maria dada yake. Akamwambia faragani, mwalimu yuko hapa. Nataka nikwambie faragani ya kwamba mwalimu ameshuka kwenye nyumba hii. Mwalimu ameshuka kwenye nyumba hii. Amekuja kwenye nyumba hii. Anataka kubadilisha maisha yako. Anataka kukutoa mahali walikuweka. Anataka kukuondoa kwenye shimo waliokuweka. Maana walikuweka ndani ya shimo, wakakufungia ndani ya shimo 29 please. Wakakufungia na wakanasema ya kwamba hautafufuka. Naye aliposikia hivyo akainuka mara akamwendea Yesu. Sikuinuka mtu amwendea Yesu. Sikuinuka tu mtu amwendea Yesu dhate. Amwendea Yesu amwambie. Yesu alikuwa hajaingia kijijini, ila alikuwa bado mahali pale pale Martha alipomlaki. Yesu bado hajaingia kwenye moyo wako. Yuko mahali pale pale. Anahitaji kuingia kwa moyo wako. Anahitaji moyo wako ukaweze kubadilika na kumuita tena. Ndio tuweze kuikomboa nchi hii. Ndio tuweze kulikomboa kanisa. Ndio tuweze kukomboa ubinadamu. Lazima tuende tukamulaki Yesu. 31 ndasema, basi Wayahudi waliokuwa nyumbani pamoja na Maria wakimfariji, walipomuona ameinuka na kutoka nje ghafla, walimfuata. Walidhani alikuwa anakwenda kaburini kuomboleza. 32 naye basi Maria alipofika mahali pale Yesu alipokuwa na kumuona, alipiga magoti akamwambia, Bwana, kama ungalikuwa hapa kaka yangu hangalikufa. Haleluya. Yakamwambia, Bwana, kama ungalikuwa hapa kaka yangu hangalikufa. Kaka yangu bado angekuwa hai. Kaka yangu bado angekuwa hai. Kaka yangu bado angekuwa, maana hangekufa. Speaker hii hangekufa, ingelisha huko. Basi namba 32 inasema na namba 33, Yesu alipomwona analia, na wale Wayahudi waliokuja pamoja naye wanalia pia, alijawa na huzuni na kufadhaika moyoni. 34 kisha akawauliza,
mlimweka. Aliuliza nani? Aliuliza nani? Aliuliza kina Martha na Wayahudi, mumemweka wapi? Waliokutesa, wanaokupigana na wewe, walikuweka wapi? Yesu anauliza, magwiketie kiara kiriko? Walikuangamiza wakakupeleka wapi? Walikuangamiza wakakuangusha wapi? Maana Yesu anataka kujua mahali walikuweka. Wakamwambia, Bwana, njoo uone. Maana ni watu walikupeleka. Hiyo shida ambayo unapitia ni watu walikupeleka ndani yake. Hiyo matatizo ambayo unayapitia ni watu walikupeleka. Maonevu ambayo uko nayo ni watu walikupelekea. Na Yesu hana haja na kitu kingine, anataka kujua wamekuweka wapi. Adosho mako igeteko, mako nyararete kinyako, mako sinibadilishiwe hii kanisa nipatiwe. Mwende kwa Ng'ang'a, niletee watu wa Ng'ang'a hapa. Hata mwezi kusema amen. Mnakaa tu kama mmekauka kama samaki za Turkana. Shakiria Yesu mnaposikia mnafunguliwa. Verse number 35. Yesu akalia machozi. Nataka nikwambie siku ya leo, Yesu akiwa mahali hapa analia machozi kwa sababu yako. Analia maana ametaka kukukomboa. Analia maana amesema wakati wako wa kufunguliwa umefika. Wakati wako wa kuinuliwa umefika. Wakati wako wa kuachiliwa umefika. Wakati wako wa kutenganishwa na dhambi umefika. Wakati wako wa kuinuliwa. Verse number 36. Wakati basi Wayahudi wakasema, tazameni jinsi alivyompenda. Maadui wako anasema, tazameni jinsi ulivyopendwa na huyo Yesu. Hata kama walikuchukia, bado unapendwa. Hata kama walikuona hautafaulu, bado unapendwa. Yesu anakupenda. Yesu anakupenda. 37. Sasa nyinyi mahasidi. Lakini baadhi yao wakasema, je, huyu aliyemfumbua macho yule kipofu hakuweza kumfanya Lazaro asife? Kejeli. Ati huyu wako, huyu watumire mundu oneri araremirwo no kugiria Jesu Lazaro ndagakue. Those are the cockroaches. The cockroaches ama ni cockroach. Cockroaches. Cockroaches ambayo haizuii ng'ombe kunywa maji. Ni cockroaches. Ni nini? Ni chura. Haiwezi kuzuia ng'ombe zisikunywa maji. Nataka nikwambie siku hii ya leo, despite the challenges that you are facing in life, despite whatever they say about you, despite whatever they say that is going to happen to you, I want to assure you tonight that God is still with you, that Jesus still loves you. Wanaweza kukukejeli leo, wanaweza kusema hakuna mahali unaenda, wanaweza kusema hakuna hata ujui kuhubiri, wanaweza kusema hata ujui kutabiri, wanaweza kusema unakopi matabirio yao, lakini kitu kimoja nataka nikwambie, Yesu yuko pamoja na wewe. Yesu yuko pamoja na wewe, anakupenda jinsi ulivyo, anakupenda just the way you are, anakupenda na hautakufa, maana yuko hapa kuinue. Verse number 38. Maana anako hapa ndio akubadilishe, ndio akuinue. Basi Yesu akiwa amehuzunika tena moyoni, akafika kaburini. Walikuwa wamekuweka ndani ya kaburi. Kaburi lenyewe lilikuwa pango na lilikuwa limefunikwa kwa jiwe. Verse number 39. Kumbuka ni pango. Yesu akasema, sio Yesu aliondoa. Yesu akawaambia, ondoa. Akawaambia hao, akawaambia maadui wako, atawaambia maadui, ondoeni hili jiwe, ondoeni hili jiwe. Akawaambia ondoeni. Sio Yesu hakuondoa. Yesu hakuondoa. Alijua ni maadui.
Alijua ni mahasimu, alijua ni wachawi, alijua ni waganga, ndio walifunika huyu jamaa. Kuna watu wamefunika huduma yako, kuna watu wamefunika familia yako, kuna watu wamekuangamiza, kuna watu wanasema hautaishi. Yesu amekuja kuondoa, amewaambia waondoe. Ambia maadui wako, waambie mtaondoa mawe mlioniekelea mtaondoa. Waambie maadui, maneno machafu mlioniekelea mtaondoa. Ambia maadui, hii huduma si ya shetani, hii ni huduma ya Mungu. Ile jiwe mliwekelea hii kanisa imeondolewa, imeondolewa. Waambie waanze kuondoa, waambie waanze kuondoa. Martha, dada yake huyo aliyekufa, akamwambia Bwana, Bwana amekwisha anza kunuka, amekaa kaburini siku 4. Yani kumbe wanajua mpaka umenuka. Waliwacha kama umeoza, walikuzika ndio unuke mapema mapema. Nataka nikwambie leo ya kwamba hata kama unanuka, hiyo ni manukato ya mbinguni. Hata kama unanuka, unafunguliwa tena. Kuna watu wanafunguliwa sasa kutoka kaburi ya sahau. Kuna watu wanafunguliwa sasa kutoka kwa madhabahu ya shetani. Kuna watu wanaachiliwa. Kuna watu walikuwa wamefungwa na madhabahu ya shetani. Maadui wameambiwa wakuje wawatoe. Namba 40, Uria mashaka turubozaya. Yesu akamwambia, je, sikukwambia kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu? Si nilikwambia? Si nimewaambia mkiamini leo mtafunguliwa? Si nimewaambia mkiamini leo mtafufuliwa? Si nimewaambia mkiamini maisha yenu itabadilika? Si nimewaambia mkiamini Mungu atatenda? Haya, ndio huyo Mungu anatenda. Ndio huyo Mungu ameshuka. Ndio hiyo neema ya Mungu imeshuka. Ndio hiyo baraka ya Mungu imeshuka. Ndio hiyo tunafunguliwa, wanafunguliwa. 41. Uria baba shakati. Yes. 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 41. Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akatazama juu mbinguni, akasema, nakushukuru Baba kwa kuwa wewe wanisikiliza. Yes. Akamwambia, ninakushukuru wewe Baba kwa kuwa unanisikiliza, kwa kuwa wewe unanisikilizanga. Haya, namba 42. Yereboshaya. Inueni mikono yenu juu. Mungu anaposhuka kwenu, najua kwamba unanisikiliza daima, lakini nimesema hayo kwa ajili ya watu hawa waliopo mahali hapa, ili wapate kuamini kwamba wewe ndiye uliyenituma. Verse number 43 ikasema, alipokwisha sema hayo, akaita kwa sauti kubwa, Lazaro, toka nje, toka nje. Fufuliweni, fufulieni. Biashara ifufuke, watoto wafufuke, ndoa zifufuke, kazi ifufuke. Waliokudharau watakuja kwako kwa heshima, waliodharau watakuja kwako kwa heshima. Akaambia Lazaro, toka nje. Lazaro, toka nje. Toka nje. Lazaro, mwache huru. Lazaro, mwache huru. Mwache huru. Mwache huru. Verse 44. Huyo aliyekuwa amekufa akatoka nje,
huku amefungwa sada miguu na mikono na uso wake. Hata kama umefufuka, kumbe walikufunga hata ukiwa maiti. Waliwacha kama wamekuua, lakini walikufunga kwa midomo yao. Kutoka leo natangaza, midomo aina yoyote ile, mipango walioisema, maneno waliyosema ya kwamba hautafaulu, siku hii ya leo naamurisha, umefunikwa. Yesu akawaambia, mfungueni, funguliweni, 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 mfunguliwe, 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 mfunguliwe. Wacha huru, wacha huru, funguliwa miguu, funguliwa mikono, funguliwa ndoa yako, funguliwa familia, funguliwa biashara, funguliwa huduma yako, funguliwa, funguliwa. Kisha akamwambia mfungueni, kisha akamwambia mfungueni aende zake, mfungueni aende zake. Inua mikono yako juu, sema Bwana Yesu, mwana wa Mungu, nirehemu. Na nimejua ya kwamba nilitenda dhambi, nimejua ya kwamba nimehusika kwenye uovu ndani ya nyumba yako, nimehusika kwenye uovu ndani ya familia, nimehusika na nimetenda dhambi ya kiajabu. Ee Bwana, nisaidie, nifungue, nisaidie, nifunguliwe, nisaidie nitoke kwenye kaburi, nisaidie niweze kuona tena. In Jesus name we pray. Fungua kinywa chako, fungua kinywa chako, mwambie Mungu asante kwa kukubali kunifungua. Mwambie Mungu, nataka unifunguliwe. Mwambie asante. Fungua kinywa chako, mshukuru Mungu. Fungua kinywa chako, mshukuru Mungu. Umwambie Mungu, niko tayari. Beri maika tabori busha. Rekenderere yanga. Huyo Mungu yuko mahali hapa. Yesu amekuja, ameshuka leo. Maana tumetubu dhambi zetu. Tumeandikwa tena kwenye kitabu cha uzima. Minara yote imeboromoka. Hata minara yote, madhabahu yote ya shetani imevunjika katika jina la Yesu Kristo. Laana za familia, ya mpango ya kifamilia, damu na laana za damu za kifamilia zote zinaporomoka. Leteni sadaka zenu, leteni sadaka zenu hapa mbele. Tunapoingia tukiwa katika hiyo hali ya utukufu wa Mungu, leteni sadaka zenu, leteni sadaka, leteni sadaka tukiwa katika hali ya kuachiwa, hali ya kukombolewa, hali ya kubadilishiwa, hali ya kuinuliwa tena. God is doing something new. God is doing something, is changing everything. Kila kitu kinabadilishwa, majina maovu yanabadilishwa, mipango ya shetani inabadilishwa, laana za familia zinavunjwa, laana za kimaeneo zinavunjwa katika jina la Yesu Kristo.
Sikiliza. Chukua hiyo kitu ulikuwa umekazikalia, ukipeleke kule na usifurute. Peleka kule kando. Uinue juu, peleka kule kando. Kisha ukisha peleka kule kando, ukuje hapa kwenye madhabahu. Kuna baraka nataka kuachilia. Chua. Kila mtu ameleta sadaka. Kama hujaleta sadaka, leta sadaka yako. Harakisha kabla hujafunga. Aya. Ondoeni. Chukueni viti zote muweke kando na msifurute chini. Karibia hapa sote tukuje hapa mbele. All of us. Elders, usaidia watu kukuja hapa mbele. Washosho wapatie mahali pa kukaa. Washosho wapatie mahali pa kukaa. Simone mwambie watu wakuje hivi. Wale wazee muwaeke kando kabisa kule. Wengine nyinyi, wengine nyote mkuje hapa. Kujeni hapa. Nasema mkuje hapa, na kama hutaki kukuja utoke uende. Mnanisikia? Siwezi kuhubiri, nimehubiri na bado mnanisubua hapa. Kako sawa? Wagapi nakumbuka huyo mtoto? Simeon amekuwa sawa. Alikuwa hata hajui kutembea. Hawezi kuamuka. Wow. Sasa. Na sasa wewe afande uliendaka wapi? Sasa angalia Mungu anakutendea muujiza kama huu. Asante Mungu. Ndio tu mikono yako juu, tushukuru Mungu kwa sababu ya mtoto. Mshukuru tu Mungu, ambia Mungu asante. Asante Baba kwa kuweza kumponya huyu mtoto. Na mahali amebakisha yote ikuwe full. Kama wale watu waliokuwa na ukoma. Ni mmoja tu alikumbuka kurudi na kusema asante. Na kisha ukamfanya afanikiwe kabisa. Huyu mtoto, mama yake na ndugu zake na watu husika katika familia yao wakapate kujazwa na Roho. Yes, this is what God can do. This child
Yes. Wewe baba Israel, niangalie tu. Ni mimi. Wacha kunikasirikia. Najua mtoto amekuwa on chakula ya diet. Very expensive. Oh my God. Sio nipatie huyo. Utanita baba. Hujanipatia vizuri. Huyo mtoto. Hai. Mpaka kamefurahi akioye. Kweli Yesu ni Yesu. It's wonderful. Inua tu mikono yako. Nataka kuimba wimbo wa maombi wa kutubu. Nataka tutubu dhambi. Acha niwa prepare what we wanna do. Nataka tutubu dhambi yako. Utaanza na dhambi yako. Urudi kama uko na watoto, dhambi ya watoto. Kama uko na mume ama bwana, dhambi ya mmoja. Urudi uende kwa wazazi, utubu dhambi ya wazazi. Kisha utubu dhambi ya maeneo, yale unafanyia kazi ama yale unaishi. Kisha utubu dhambi ya familia yenu. Na kisha tutatubu dhambi kwa niaba ya kanisa, dhambi ya kanisa hii. We repent and God will do something from today. Ataponya nyumba yenu, ataponya maisha yenu, ataponya kila kitu. Inua mikono yako na ufungue tu kinywa chako. Inua tu, leta mtoto huyo mweke hapa chini. Chukulia, mwanosho. Chukua mtoto huyo. Fungua tu kinywa chako, uingie, uzame kabisa. Uzame, yani unaomba ile maombi ya kuomba, ya kuzama. Mwekele pale katikati. Leta. Chako tu behaha kai omba na utafunguliwa. Omba 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 utafunguliwa. Magonjwa yote itaondoka. Umasikini utaondoka. Biashara itafunguka. Maisha itafunguka. Ndoa yako itafunguka. Kila kitu ndani yako kitafunguka. Wewe na wewe.
Weka hapa. Ukiweza ukuje ushike hiyo flag, kila mtu ukiweza, ya upande huu. Leta hiyo nyingine. Leta ile nyingine. Shika tu, ivute ikuwe straight. Angalia. Ikuwe Wachilia, wachilieni. Wachilieni kabisa. Nani ataangalia? Ungoja. Mami kuja. Sasa guziria tu. Weka ingine hapo. Ingine hapo. Kila mtu aguze. Kama huwezi kufikia kuguza, wekelea mkono kwa ambaye ameguza. Nataka tuombee nchi ya Kenya. Nataka tuitishie Kenya amani. Semeni Bwana Yesu, Mwana wa Mungu, tumeomba msamaha ambao ulitendwa na wazazi wetu. Matatizo wazazi wetu walifanya, makosa waliofanya, walimwaga damu wakati wa maumau, waliua watu na wao waliuliwa. Kuna damu tangu siku hizo ambayo inaitana, na hiyo damu bado inataka kumwagika, maana bado inaitana. Tumekuja hapa kama kizazi cha watu hao kukuomba msamaha. Na wewe damu ambayo ulimwagika, tunakutuliza chini ya mchanga, na usikuje tena kudai damu nyingine. Wewe bendera, umechorwa damu iliyomwagika. Umechorwa Mwafrika Mkenya, umechorwa ardhi ya Kenya, lakini katikati yako kuna amani. Hiyo amani ndiyo tunataka kwa viongozi wetu. Rais William Ruto, Rais William Samoei Arap Ruto, naye Deputy Kindiki, mawaziri, idara ya jeshi, idara ya ujasusi, idara ya polisi, wanasiasa, Gachagua, hata wengine wa opposition na wale walio serikalini, akina Faruk na wafuasi wao, kwa nguvu iliyo ndani ya bendera hii, damu iliyomwagika Kenya, iliyomwagwa na maumau kwa ajili ya ukombozi wa nchi hii, ninawanyamazisha kati ya nchi, katikati ya nchi, Mount Kenya, hakutamwagwa damu na watu wanaojiita Mungiki, ama watu wa Kibera, ama watu wa Korogosho, ama watu wa Nyeri, ama watu wa Mathira, wawe wa Kirinyaga, wawe wa Meru, wawe wa Kisii, wawe wa Luya, wawe wa Somalia, wawe wa Mombasa, wawe wa Giriama, wawe wa Pokomo, waina kabila zote, hata wa Pokot na wa Kalenjin. Kenya hii ilimwagwa damu ya kutosha. Wewe bendera ni madhabahu ya nchi. Tunakutuma kwa Ruto, umukanye, umwambie ako chini yako na haruhusiwi kufanya jambo lolote ambalo linaweza mwaga damu. Hata jeshi tunawatuma kwa jeshi, muwakanye. Wanajeshi wakae kwa kambi, walinde nchi, wasimwage damu. Idara ya ujasusi inaongozwa na Nurdin, naye tunamukanya, tunamwambia Kenya ni kubwa kuliko wewe na haitamwagwa damu. Na pia tunakukanya wewe Duale na Al-Shabaab, Kenya hamutamwaga damu. Tunawakanyaga, tunaikanyaga. Kenya ni nchi huru. Katikati mwa nchi kuna mlima wa Kenya, mlima wa amani. Magharibi tuna Mount Elgon, mlima wa amani. Kwenda coast tuna bahari ya amani. Kaskazini tuna Turkana ya amani. Na kutoka sasa, Kenya ni nchi ya amani. Kenya ni nchi ya umoja. Ukabila hautakuwepo. Idara zote za usalama zitalinda nchi bila ubaguzi wala upendeleo. In Jesus name.
Somebody say amen. Kama uko simama tu hivyo. Tumehusika kuinulia inchi madhabahu. Kama unaweza kuwa na sacrifice, unaweza kutoa kwa sababu hiyo ombi. Sio lazima, lakini kama uko na sacrifice, let us do it here. If you have a sacrifice, place it here. Ndio madhabahu wale wametoa dhabihu na sisi tukanzo dhabihu yao. Ilete tu hapa kwa mkono yangu. Ilete hapa. Utasikia kuna kitu kitatendeka, watu watafunguliwa mara moja. Kile kilikuwa kimekushika kitafunguliwa mara moja. Lete tu, mtaona kitu, vitu vinafunguka. Maisha inafunguka. Kila kitu kitakuwa kimefunguka in Jesus name. Yes, thank you Jesus. Thank you for setting our country free. Now we can celebrate. We can celebrate now. We are free. Lete kwa mkono wangu. Yes, nipatie tie nyingine kwa mkono wangu. Tuna ibada nyingine, tuna service nyingine jioni ya nini? Deliverance. Leo tulikuwa tunatubu. Si ndio? Na tumetubu. Salimia mwenzako, mwambie we are new in the kingdom. Tumesamehewa dhambi zetu. Tumefunguliwa. Tumefunguliwa. Mwambie nimefunguliwa. Nimeondolewa kwenye umateka wa kishetani. Hello, mwambie nimeondolewa kwenye umateka wa shetani. I am new now. Sema amen. Sema amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. The next service tutaifanya saa 10:30. Munipe muda nipumzike. Please allow me to rest. Alafu saa 10:30 tutarudi hapa ndio tuendelee. Lakini mnaweza kuendelea tu kidogo kidogo. Mkipenda tuendelee. Empowering lives. Bethel Clouds TV. Empowering lives. Bethel Clouds TV. Empowering lives. Bethel Clouds TV. Empowering lives. Bethel Clouds.